Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nchoka. I create awareness on what happens in the Middle East. I do also book tickets for those people who are traveling. Maybe you've been told to book your own ticket and you don't know where to start from. You can reach out to me. I've pinned my number on the screen of TikTok 0727846930. So guys, welcome to the show. This is our daily show. This is the last show of the week. This week we have been active. We have attended our shows for a whole week. So guys, I want to congratulate everyone. Sio rahisi, most of the time tunafanyanga 4 days, 3 days, but this week tumekuwa active sana kwa hii show. So karibu sana. And this show huwa nafanya na wale watu wenye domestic workers wenye wanafanya kazi Gulf countries. I just gave them a platform to share their experience from the ground and we learn. We need here we ask questions, we share our experience. So if you have a problem, this is not the show for you. If you have a problem, you just take my number and you reach out to me on WhatsApp. Facebook unaona kuna huyu anaitwa Lilian Shema anasema hi Lucky Mom. Hi. Karibu sana kwa show. So watu wa TikTok, you just tap the screen the moment tunafika 5k likes ndio naanza kupeana guest. Naanza kupandisha watu kwa guest. So the moment unaingia TikTok, you just start tapping the screen. If you have any question, you can ask. Every day I'm updating on the issue of flights. Naona flights za Dubai, most of them zimekuwa cancelled. I think Abu Dhabi kulikuwa na hiyo disruption, so most of the flights zimekuwa cancelled. Na naona kama hakuna matumaini ya ndege kwenda kurudi chini. Niliona kama zimeanza kurudi normal. Maybe if you want to travel, anza kukata ticket as from maybe date 18 hapo. Wakati ziko affordable from 18th of April, because saizi naona vile kulikuwa na hiyo shida ndege kukua cancelled kutoka zile zilikuwa zinapitia Dubai. It has affected the price of the tickets. So if you want to travel and you're in the Gulf na unajua wewe ndio utajilipia ticket, what you do, you secure the ticket and you wait for the date. Unaweza angalia ticket yenye iko mbali but iko cheap, you book and wait. So long as maybe na naweza advise watu wakate tu hizi ndege zenye most of them zenye zipitii Dubai, because ndege za Dubai zimekuwa ni predictable. Unapata leo zinafanya, unapata kesho zimekuwa cancelled. So ni 50-50. Yeah. So kama uko na question unaweza uliza. I just want to share something. Kama umeangalia Facebook, I posted a video, niliona jamaa mwingine alikuwa live. Ni lazima mtu akuwe na ikama. Ikama lazima ukuwe na ikama hata ukuwe country gani. Lazima ukuwe na ikama. Uwe uko Lebanon, uwe uko Iraq, any Gulf country lazima uwe uko na ikama. Ikama is a must. But ukiwa Saudi Arabia, ikama ndio must kabisa kwa sababu ndio ita generate exit yako na lazima ikuwe active. Isiwe ni ikama tu, iwe iko active. Yeah. So nilikuwa na watch ka clip fulani hapo yenye niliona demu mwingine alikuwa anachukua tu videos. Sijui ilikuwa inakaa toto isema nini kwa show fulani. Unajua Agnes wa Facebook anasema good morning mama, watching you from Bisha. Karibu sana. Unajua haina haja ulete watu content kwa mtandao who are not working in the Gulf. Uanze ku expose secrets za watu wameweka vitu zao. Wewe ume switch from your role ukaanza kukua camera person. Now you want to become a camera person in that house. Sasa unaanza kushare private information ya kifamilia kwenda kwa mtandao, and you need to understand very well that these things they keep on trending. Na unatumia wifi yao na unachukua live, unaingia live alafu you start exposing those families. Guys, tukue very careful. Nitajuaje kama wamenitolea ikama? Wewe ukifika ikama inachukuliwanga na 4 month, the 4th month.
So wanatumianga hiyo visit visa, wanasema uoperate nayo, wanakuchukulia the 4th month, wengine wanaweza kuchukuliwa na arrival. Unapelekwa hospitali, unafanyiwa medical. Ukipelekwa medical wakati uko mgeni, jua hiyo ni medical ya ikama, kwa sababu they want to confirm if you are medically fit. So kama uko medically fit hautatolewa ikama. Kuna wengine wakifika hivi wanarudishwa. Maybe unapata medical inakataa na boss anaogopa, maybe utamfanyia ile kazi anataka, unarudishwa on arrival. Sawa sawa. Na kama unataka kujua ukigonjeka wanakupeleka hospitali. Ukiona ukikaa uko mgonjwa na wanakupeleka hospitali yenye sio private, wanaenda kutumia hiyo ikama. Then it means uko na ikama. Sawa sawa. But ikama is very important. So watu waache mambo ya kupiga picha. Unaenda unasema unapiga picha. Unajua watu wakishakuwa na vitu zao kwa nyumba, ujue tu hizo CCTV zao wameconnect na simu zao. So they just watch what you are doing. Wakikuhurumia, ile siku wanakuamulia ni siku moja. Sawa sawa. Na STC card ni lazima. Saa hii mambo imebadilika. Kama uko Saudi Arabia lazima ufunguliwe bank account, ndio mshahara yako ipitie kwa bank account. Sasa hiyo lazima utafutiwe ikama. Haiwezi fanywa bila ikama. Sawa sawa. Lazima wakupee laini, ndio wewe unajitumia pesa mwenyewe. Watu wa tap screen, TikTok, watu wa tap screen. Leo is the last day and we are going to take exactly 2 hours. I want to tell people wale wenye nimewaambia naweza bukia watu ticket, but usikuje kwangu kuniuliza bei. If you are not booking a flight, usikuje kuniuliza, because you guys I just help those watu wenye wako na emergency. Kama mtu ameambiwa jibukie ticket na ajui, lakini usikuje kuniambia niangalilie. Hapana. Tickets they change every hour. If you are ready to book a ticket, ndio uniambie nikubukie. But kusema niangalilie, unaangalia tena masaa kidogo tena lakini niangalilie, I'm not doing that business, my friend. If you are ready to book a ticket, that is when you reach out to me. Na mtu anatumia how much kuenda Saudi, unapelekwa for free. Unapelekwa for free na bosi wako. Bosi wanagharamia kila kitu, wewe unaenda na mwili yako uende kufanya kazi na nguvu zako. Sawa sawa. Mimi nitumia message my ikama will expire after 90 days. Niambie boss ama niachane na yeye. You need to tell your boss umemaliza contract. Ukiona message kama hizo ni zenye zinakusaidia, usinyamaze nayo. Tena kuna kesi nimepokea msichana mwingine alipelekwa kwa ofisi akaenda kupewa hizo forms ya sign akakataa. Ukiona boss wako amekupeleka labor, inamaanisha anataka kucancel mambo na visa yako uende apewe mfanyikazi mwingine kama uko Saudi Arabia. So ukikataa tena kusaini hizo karatasi, hata uende polisi, mwisho utasaini hizo karatasi, ndio yeye pia atolewe kwa system apewe chance ya kupata mfanyikazi mwingine. Ndio naanza sekondia ya leo. Ambia boss wako nini yako inaenda ku expire, mwalati mapema. Sasa mama namaliza contract May, alafu ananishow eti ni August hadi na Rosire niko Lebanon. Ukiwa na msimamo, kama uko na msimamo unajua haki yako, contract in 24 months. Hiyo mimi ndio najua. Usisikie watu wakisema ati Lebanon unaongeza 3 months. Una watu wanaenda nyumbani na 2 years. Hiyo ya kuongeza ndio sijui. Hi like mom, watching you from Oman. Mama Keras, karibu sana. Naona tuko karibu. Watu wa TikTok, tap the screen. Tap screen, tuko karibu kufika 5k likes ndio tuanze show. Na kama unapanda hapa juu hakikisha story unatuambia inatufundisha kitu. Na iwe ya ukweli. Tunataka mambo ya uongo hapa tutakucharaza. Hapa watu wanaruhusiwa kucharazana kwa amani. Watu wa mbuzi maji imetuonea. Mko aje? Mbuzi zimesurvive ama kunaendaje? Yeah. If you want to talk to me, just send a message uniambie ama audio. Kuna watu wana insist kunipigia simu, nikichukua simu kesho yake anasema like mama mimi ni ule wa jana. Naongeanga na watu wengi, more than 50 people in a day.
So ukiexpect ati uniambie nikukumbuke, usione na kudharau, tuma voice uiache WhatsApp. Na usiweke message yako disappearing ya 24 hours so that tunaweza anza pale tuliachia. Kama mimi namaliza contract na sina ikama lazima. Hello mama watching from Damam, Cynthia. Cynthia Masati is from Damam. Karibu sana kwa show. So nimeona tumefika target yetu, watu wapande hapa juu. Kama uko na shida usipande hapa juu tafadhali. Kama uko na shida usipande hapa juu. Na sio kwa ubaya, kwa sababu this is our show ya only 2 hours. Tunashare advice na kufunzana. Paleti yako na 1 week Saudi na anahamishwa manyumba na Waiguru na Muduma office wamekataa kumsaidia. Mtu wako na shida, namba yangu iko kwa screen 0727846930. Okay? Kama uko na shida, you send a message on my WhatsApp. Huyu ni ule Shaina mmoja. Hello. Mambo kosi? Poa sana. Karibu kwa show. Niko poa. Nimekuja kukusalamia hapa. Karibu sana. Kuna mtu kwa Facebook anaitwa Kezia anauliza, na mama ningeomba uniadvise please. Mtu akifanya kazi Gulf, unapaswa kununua shamba ama niweke biashara kwanza? Hiyo pia watu watakujibu hapa, lakini sasa mimi naweza kuambia you follow your heart. Heart yako inakuambia aje? Ujenge kwanza. Wewe heart yako inakuambia aje? Because ukienda Gulf you have a plan in mind. You have Kabisa. a plan. Uwezi anza kusema ati nataka kujenga. Sasa tuseme kwa mfano kujenga itakuja baadaye at the right time. Kama uko na pesa na unaona unaweza fanya biashara, because biashara utakuwa una make profit pia ukijenga pole pole, lakini ukijenga umalize hiyo pesa utaishi kwa nyumba. Lazima ukuwe na plan. Lazima ukuwe na plan. Uone kama utaanza biashara at least una save kidogo ukijenga. Lakini huwezi anza kusema unataka kufanya biashara. Kuna mtu Florence anasema hivi, akikuja Gulf alikuwa anataka kufanya nini? What was her aim? Aim yako ilikuwa gani? Hivyo ndio watu wanauliza. Pia kama uko na jibu naweza kutia hapa comment section. But mimi kivyangu mimi naweza sema kivyangu mimi naweza fanya biashara nikitafuta pesa ya kujenga. Kama hauna plani ya kurudi Gulf. But kama unataka kurudi Gulf, wewe ujenge. Niko na jibu. Su amesema ako na jibu. Okay, wacha nikupandishe. Hapa tunafunzana kufunzana. Sijui huyu Shaina ameshuka ni ule wa ndoa ama ni nani? Ule Shaina alikuwa wa ndoa. Sijui kama ni yeye. Ameshuka chini. So, yes, sasa like ma'am. Poa sana. Kwanza nipeane namba ya WhatsApp kwanza 0727846930. Cynthia, wacha nikuandikie kwa hii comment. Okay, so tuendelee. Sasa ni tena. Poa. Okay, like ma'am, mimi according to me, unapata mtu kama ameenda Gulf, unapata kuna some people wanaenda lakini bado wako undecided. Hawajui hata wafanye nini. Alafu unapata mtu akiwa jadid, ile pesa labda amefika ajaishikanga 30,000 ni zake na hakuna matumizi, like anataka kulipa rent, anataka kulipa nini, inaweza mchanganya. Alafu unapatanga wengine wanaanza kutuma pesa hata kama ni nyumbani, wanajisahau they have life after Gulf. So me according to me, if you actually want to save, unaweza nunua hiyo shamba. Unajua shamba, ukinunua shamba hata hapo mbele unaweza iuza ufanye hiyo biashara. Unaweza uza ujenge hiyo nyumba yenye unataka. But shamba hata unaweza rudi Gulf ina appreciate. Labda ulinunua 300, unaweza kuja ukauze 600, ukuje ukauze 500. So buying a plot is better off than anything. Plus another thing pia, ukibai shamba hata urudi Kenya, unajua hizi pesa tukirudingi nazo kwa bank, tunajionanga, tunajishow, tunaendanga, tunamwaga kwa biashara. Within 3 months pesa imeisha. Unabaki unasema acha nirudi tu Gulf.
Lakini unajua kama umenunua hiyo shamba, utateseka, utafikiria wacha niende nitafute kazi, utajituma yani. The moment unajituma, ile pesa yako ya shamba ina appreciate, inaendelea tu kugrow. Siku yenye imefika kwa ukuta, umefikiwa mwisho, unasema mtoto wangu anaenda shule, wacha tu hii ndio fimbo lenye liko karibu liniulie nyoka. So me buying the shamba naonanga is a better way. Yeah, huyu bila ameuliza question yake ni kama ni mtu ametoka Gulf na ako na pesa, anauza kaa anataka kujenga. Maybe ako na shamba na anataka kujenga. I think ameulizia kujenga. Anataka kujenga ndio anauliza anataka ajenge ama afanye biashara. Okay, unaona niseme sasa kama hiyo kujenga, hiyo pesa yenye ako nayo kwanza inatosha hiyo nyumba yenye anataka, kwa sababu unaona like wasichana wenye wanaenda Gulf, umeenda Gulf, umeona kuna ile maisha yenye hata wewe mwenyewe unatamani uende kwa choo kwa nyumba, unatamani ufanye kila kitu zako kwa nyumba. Hiyo pesa yenye uko nayo yenye umetoka nayo Gulf 300 inaweza jenga nyumba permanent. Before you actually take an action, you're supposed to ask yourself, hii pesa yenye niko nayo, I have 1 million. This one can actually construct even a 3-bedroom, wacha nianze. Lakini kama hiyo pesa yenye ako nayo ni kidogo, ni less than 1 million, ama ni 700 and below, hata asianze kujenga nyumba, hata kula nyumba, basi afadhali aende the biashara way. Na biashara way, like mom, truth be told, biashara si ya watu wote. Ni kitu yenye haikwangi ya kila mtu. I can't actually lie to myself, like mimi sahi nianze biashara ya mtumba, ama nianze biashara ya nini, nichukue 100,000 na kuweka huko, unaonanga tu biashara inadidimia, inarudi, unachukua stock ya ile savings zako, you pump into business. Within 1 year, ile 700,000 yako yote itakuwa imesambaratika, hata haiko. So mimi nasemanga biashara, let us get into business after at least you have done something. Hata kama umejenga tu hiyo semi permanent yako, utasema I have somewhere to go. But si eti pesa zote zenye wewe umetoka nazo Gulf, you put it into business. Sometimes biashara can diorganize, inaweza kukupea stress, badala ya kupea amani inakupea stress. Na unajua biashara inataka passion. Unajua sio kila biashara, umesema sio ya kila mtu, inataka passion. Na biashara ukiona umeanza biashara imemaliza the first 3 months, haijakufa, ujue tu utaendelea, because most of the businesses ukianza the moment inafika the 3rd month, 4th month, ikienda sana 5th, ikikufa hautawahi simama, kwa sababu utaangalia ile capital yako ulianza nayo. So yes, biashara pia inataka passion. Wezi toka from nowhere useme like mom nataka kuanza hii biashara. Biashara inataka uvumilivu, na ikiwezekana mimi naambianga tu mtu ukitaka kuanza biashara, enda kwa mtu mwenye ako na biashara. You learn from that person. Because hata watu wa kufanya biashara sometimes mtu huwezi make profit, but they try their best, wanapata hata means zingine za kulipa wafanyikazi wao. Wanaona tu kuna hasara, lakini wanajua kuna siku utakuwa na faida. Ikikuwa wewe ni ule mtu mwenye ulikuwa unataka kufanya biashara yenye inataka kuenda mbio, alafu ikudisappoint, utajiua. Biashara inataka mtu mwenye ako passionate. Do you love what you are doing? Si ati unataka from nowhere unaanza kufanya biashara. Ukianza ikiporomoka utalia, utajisahau. Huo ni ukweli wa mambo. Inatakana you learn from someone mwenye kuna biashara imesimama, so that you want how does this person operate. Huyu mtu anaoperate aje? Huyu mtu anaoperate aje? Ndio utajua. Kwa sababu most of the time unapata hata wale wenye biashara wa make profit, they have to outsource money from a different source. They pay their workers, biashara isimame juu wanajua itajipa siku moja. So kama wewe ni mtu mmoja and you want to try, you'll be disappointed. That is a reality. You'll be disappointed. Hata kama mnaonanga kwanza, kwa mfano hao watu wenye mnaonanga wanauza vitu online, unaona mtu anasema anaweka kama ni nguo tu ameweka kwa dami hapo, mtu anasema nipe hiyo screenshot, kando unaandika, mtu ananunua sellotape yake, anaandika jina. Wale watu hawakujangi kununua
because they were not ready to buy those clothes. Ni vile tu wameiona nasema nimependa, unaweka kando. Watu wanakuwekanisha kando, by the time unamaliza live hakuna mtu ametuma hata pesa kwa wale wenye walisema, nani watu wenye wajui. Nakwambia kitu inakuanga draining. Unaisha. So unazaona watu wanasema watu ninauza kama fulani. Hao watu si ati wanauza. Watu wako na mastoki zenye hazijaichukuliwa, watu walisema niandike, sasa umjui. Unaona? Biashara inataka mtu ako passionate. Usisema ati utaenda tu uende, lazima wewe uko na goal fulani. Ukiwa unataka kwenda kufanya biashara, maybe ulikuwa wewe ni salonist, unaenda kununua vitu za kuja kufungulia salon, because kufungua salon is not that cheap. Like uko na kitu imekupeleka hiyo Gulf, unaenda kufanyia nini hiyo pesa yako? Unaona? Alafu Biashara ni kitu unajua, unakuja kupolish unajua tena umeachia. kitu yenye inafanyika, wewe kama Lucky Mom umetoka Gulf na pesa zako, unataka kuanzisha biashara. Mind you want to pay rent. Na labda hii biashara yenye umeanza inakuletea profit ya 2000. Let us give it on a high amount. Ikuletee profit ya 2000. Unalipa rent ya 10,000. Juu everybody wants a decent thing. Kila mtu anataka kitu smart and where kuna ma customers. Ebu niambie yenye inatoka ni mingi kuliko yenye inaingia. Hata kama ni hiyo salon, uwezitaka kuchukua salon uende ukafungue kibanda. Wewe ni mwenye ulikuwa umezoea unaingiza 30,000. Unataka kitu ya kukuja haraka. Utajaribu uweke kitu yenye inapendeza watu. So that's why hii kitu ilikuwa nanileta where nilikuwa nasema however much you want to go the business way, at least fanya kitu kingine kadogo, ama nunua kitu yako special yenye hata wewe mwenyewe utasema hata kama pesa zenye nilitoka nazo Gulf zilizama kwa biashara, but bado naonanga kale kashamba kangu kakuota. Hata nikiamua saa hii naenda kuuza, niende nijenge kwa kina mzee. Imagine at least you have something to count on. Umesema unaweza uza uende kujenga kwa kina mzee, upate fikira kama hii. Tutakuja hapo baadaye. Hapo kwa kina mzee ndio nimekwama kidogo. Kuna mtu anauliza kama ndege inatoka, kuna flights zinatoka Oman kuja Nairobi. Yes, they are. Kama unataka they are there. Ukitaka tu chukua namba yangu. Salamu Air inakujanga direct, inakuanga on Mondays, Wednesday and Fridays. So kama unataka maybe kubukiwa, namba yangu iko kwa screen 0727846930. Yeah. Lebanon bado, Iraq bado. Lebanon, Iraq bado. Alafu Lucky You Mom, look good mamake, thank you. So at least hiyo advice inaweza tuokolea. Hiyo advice ni mzuri. nilikuwa nasema kuna post yenye niliona ulipost hapo ukisema venye wasichana wetu wanadanganywanga, wanashikwangwa na Waiguru. Lucky Mom, kuna vitu zingine zenye sisi wenyewe kwa wenyewe ndio tunajitakia. Uwezi niambia Lucky Mom, wewe kama mtoto wa Kasongo na ile akili yako unasemanga like I play my card smartly. How comes huyu Waiguru na kujanga na shikanga watu off guard, ili unashtukia tu like Waiguru amefika. Mi naonanga these are the plans zenye wanakwanga wameplan, hata na huyo vijana wa nyumba, hata na Waititu mwenyewe. Utafanya for the first time uone like umehepa, umepewa your 200 rial, umeingiza kwa mfuko, unaona kama like things are now okay. These people watachoka na hii tabia na wanajua obvious hii kitu itakuja kujulikana baadaye. Hao wenyewe ndio wanaendanga wanatangulia kufikia Waiguru, wanamwambia like huyu kadama huyu ni kama ako na hii tabia, acha nikuonyeshe, utampima. Una get? Acha niende nijifanye na mtongoza, alafu nikifika huko na kutumia message ufike. Unajua akuwe kijana wa nyumba, kuwe Waititu, si wewe anakukuja unadhani ni kawaida? Ndio anataka kujitoa kwa kamba. Wewe ukisha kujiwa hapo unadhani wewe nipe hizo hata kama ni rial 500. Ndio hiyo unashikwa. Unapata kuna nyumba zingine hata hazina CCTV.
lakini Waiguru will still find you off guard. Mbona usisimame tu imara, mimi sitaki na sitaki? Because ukisema hautaki, uende waambie Waiguru mwenyewe, wanasemanga like ni kitu yenye umekuwa ukifanya, sasa unajua utapatikana. Wewe kama umesema sitaki, simama imara na decision yako. And this unaonanga kuna kesi ingine tena hapo ulisemanga sijui mtu amepatikana na TB na manini. Lakini mam, kama nimetoka Kenya mimi mwenyewe nimepimwa Kenya, nimepatikana sina ugonjwa ya TB. Nimefika hata kama naitwa aje huko Uarabuni, nimepimwa sina ugonjwa wa TB. TB mara mingi inakujanga na HIV. Ukiwa na HIV utapata like maybe uko na mpaka na TB. Unapata umekuja umekulana na hawa watu kisirisiri, hawa watu ni wagonjwa, truth be told. These people are sick. Alafu kidogo nisome hizi za Facebook kabla sijaenda chini. Cynthia anasema like mom, mimi niko na swali. Nataka unaweza pewa return ticket to root job ya nail tech instead of job ya nyumba, na instead ya nitumie do kununua job nyingine. Unajua visa yako inasoma domestic worker. Hiyo ndio kitu I think hii question ni mzuri kwa sababu nataka tena kujibu watu wengine. Unaonanga kuna mama anakujanga pale TikTok anasema naweza kupea kazi ya cleaner, naweza kupea sijui kazi gani. Unajua uliingia kama domestic worker na visa yako inasoma domestic worker. Na mnafaa kuelewa kuwa hata ikama za domestic worker ni tofauti na ikama ya mtu mwingine. Unaona? So hakuna vile unaweza rudi na visa ya domestic worker alafu uende ukue nail tech. Unless you apply from Kenya, unaenda ukua nail tech. Nimesikia ukisema hutaki kutumia pesa zingine kununua kazi. Uanze kwa sababu hizo visa zipeanwe. Agreement ya Kenya na Saudi Arabia saa hii visa yenye wametoa ni drivers na domestic workers. Unaona, na watu wa laborers ya wanaume. But hawajapeana ya nail tech. So hakuna vile visa ya domestic worker itabadilika uende ukue nail tech tena unless you find your different means ya kupata hiyo kazi. Tunaelewana? So ndio naambianga watu kama uko kwa contract, mtu asikwambie naweza kukutafutia kazi ya cleaner na nikupatie ikama. There is no way you can change ikama of a domestic worker to a different thing unless you start afresh. So hiyo ikama yako ni ya domestic worker na kuna sheria kuwa ya domestic worker unachukuliwa na boss wako at the 4th month. Unaona? So ikama ni ziko in different levels depending na your nature of work. Huyu anasema hello mama, nauliza jana boss aliniambia kuwa hakuna ndege, nafaa kutoka huko next week. Kitu inanichanganya juu nafaa kupeleka mama kwa operation ya kasa before date 15. Anakuambia next week kwa sababu ndio iko cheap. Na ndio naambia watu ukitaka kubook ndege saa hii kama uko Damam maybe anza from date 18 of this April. Ndio naona ziko afadhali because naona zimeanza kupanda juu ni kama ndege zitakuwa zinapita Dubai sana. Hiyo ndio kitu nimeona. So nakwambia hiyo next 15 ndio inaonekana kukua cheap kidogo. Na hata sio cheap sana because iko above 40. Between 50 and 40. So maybe hiyo ndio ataford kukatia. So kwa saizi nayo hakuna boss atakulipia, hakuna boss atatoa 70k ya kulipia tiketi. Ni uongo. Kwa saa hii nakwambia ndege zinapanda the moment hiyo siku ya kusafiri inakaribia iko juu. Kuna msichana alikuwa ananiambia nimbukie tiketi ya date 2. So hiyo date 2 ilikuwa rahisi. Sijui ilikuwa around 36k wakati alikuwa ameniambia ilikuwa date 15. Saa hizi hata hiyo date 2 haiwezi afford because ni over 60. So kama unataka kubook ndege una book earlier, you secure the ticket and you wait for the date. Yeah. So hii mambo ya kushikwa pia kwa Waiguru anakuja anakushika na kijana wake ama mzee wake, hizi ni vitu zenye wamezoea kufanyia wafanyikazi. Mtu usijisahau ukafikiria wewe ndio umefika mrembo kwa hiyo nyumba. Ni vitu wamezoea kufanyia wafanyikazi. Na nakumbuka mtu alikujanga hapa akasema bosi wake alienda kwa mganga akaambiwa mtoto wake mwenye ni special ni lazima wamletee maid. Yaani wamletee mtu mwenye sio wa familia alale na yeye ndio apone. So huwezi jua kama huyu mzee pia ni mgonjwa aliambiwa watafute mtu mwenye sio wa familia alale na yeye. Kuna vitu zingine watu they exchange with your life without your knowledge. So ni watu tu waache ku change roles
from what took you there, you concentrate on your work. Uwezi jua watu ni biashara wanafanya. Tuliona kijana mwingine alipatia msichana mimba mpaka wakati wa kuzaa akazaa na wakanyonga mtoto, na Mkenya mwenzake ndiye alilazimishwa kumzalisha. Vile alimzalisha hivi wakamnyonga, kaambiwa mnyonga, akiangalia ndiye akaweka kwa ndege. Meaning ni sacrifice walikuwa wanataka ya mtoto mdogo mwenye ni harmless. So ukikubali kutumika vibaya na hao watu, wewe maisha yako ndio itakuwa mbaya. It is better ukuwe na msimamo ya kusema staki hili, staki lile. Jana mliona I posted there's a lady alirudi kwa the same house. Nimekuwa nikiwaambia hao watu wakikuwa wazuri, hiyo isikudanganye urudi kwa the same house. Mliona vile alielezea, alirudi kwa the same house, ule boss akaenda akaanza kumhangaisha. Maisha ikakuwa ngumu. Ndiye akatoroka, akaenda sasa vile alikuwa anatoroka akapata polisi mwingine akamchukua kwake. Huyo msichana ako deportation saa hii. Vile alimchukua kwake, wakati bibi yake alikuwa ametoka akamrape. Akatorokea polisi, akatorokea kwa jirani wakamsaidia akafika polisi. Saa hii hakuwa na information yote juu ule mwanaume alichukua simu yake akapasua. So hakuwa na information vile anaweza pata hata ule boss wa kwanza, until wakati alifika deportation ndiye akaangalia penye alikuwa amesave hizo vitu kwa email yake. Kupata namba, mapolisi wanamwambia asimention kitu yote kuhusu kurepiwa, kama anataka kwenda nyumbani aende. Uwezi kesi na Mwarabu kwa nchi yake. Ni wewe mwenyewe hutakuwa na haki. Afadhali tu usimame imara upigane na huyo mtu. Uwezi niambia kitambo mtu akufungue miguu mpaka aingize ndani na uwezi sema hutaweza kunini. Unless wakuwe wengi. But ukikuwa mmoja unaweza deal na hao watu, si ati wako na nguvu. Una deal na wao proper. At least ujidefend kwa sababu anaweza kuachia ugonjwa ama mimba. Na ujue tu kwa bahati mbaya upelekwa, sababu ule msichana alipelekwa medical akapatikana hana mimba. Angepatikana kuna mimba, hawezi toka hapo. Atalea hiyo mimba mpaka miezi 9. Hakuna penye atapita. Atawekwa mahali alea hiyo mimba mpaka miezi 9. Akizaa mtoto wamnyang'anye. So ni wewe mwenyewe utajua kama unaweza fuata kitu yenye kupeleka pale ama utasikiza hao watu wenye wana take advantage of you. Mama. So watu poa. Hope mko poa. Kuna posti yenye uliposti nilikuwa nataka kama unaweza niruhusu niongelee kiasi. Okay. Kuna posti yenye uliposti ukisema kwamba kuna kadama alioshwa kwa bafu. Yes. Na hiyo maji haikumwagwa. First of all, mimi naitwa Masrine, nimekaa Gulf saa hii ni miaka 5. But nilikuwa Saudi na nikarudi nikaenda Omani. Niko Omani venye naongea hivi. Kitu yenye ningetaka kuongelea kwa mtu mwenye ako kwa hii life na ananisikiza, Uarabuni haina mwenyeji na haina mgeni. Uarabuni ni kuishi na akili, ujue venye unaishi na hawa watu. Kitu ya kwanza, mimi nilipokuwa Saudi Arabia, kitu yenye ilinitendekea nikiwa na miezi 3, ni ile mtu unachukulia si kitu ya kawaida. Yaani wewe unaona tu ni kawaida tu, unaacha tu ufuatilie. Wageni walikuja kwa hiyo nyumba. Nimeongelea hiyo kitu tu nimekiona tena hapa Oman. Wageni walipokuja ile wakati wa kwenda, mama akaniita chikoni akaniambia ukioza tule tu glass tu kahawa, uose kwa beseni moja na usimwage hiyo maji. Uniwekee hiyo maji na kuja. So mimi nikafanya venye aliniambia, nikaosa tu glass, hakuna kuosa na sabuni, unaosa tu hivyo. Nikaosa nikamaliza nikaweka hapo. Kidogo tu alikuja. Venye alikuja tumesimama tu hivi, mimi nataka yani niko interested kujua anafanyia nini ile maji. Lakini mamu nilisikia pap kwa uso. Amenimwagia ile maji. Yaani amechukua na mkono na akanimwagia. So ile kupanguza uso nimuulize mbona ananimwagia hiyo maji. Akachifanya kwamba amemwagia watoto wake pia. Amemwagia watoto wake pia lakini hakumwagia watoto. Nikamuuliza, nikawa mkali, nikamuuliza mbona umenimwagia hiyo maji. Akaniambia, akageuka akaniambia alikuwa ameshika hiyo pakuli, maji kanimwagia kimakosa.
Statement ya kwanza ameniambia amemwagia mpaka watoto ni mila yao. Nilipokuwa mkali akaniambia alishika bakuli vibaya, ile maji ikanimwagikia. I called the office nikawaelezea. Venye nilicall office wakapigia mzee simu, alikuwa amelala na mzee akaamuka akakuja jikoni. Nilijaribu kuelezea huku Uarabuni hakuna mtu mwenye anaweza kudefend kama umefika huko, ni Mungu tu. Waliongea Kiarabu juu ndio nilikuwa mara ya kwanza sijajua wanafanya nini. Yaani wanaongea nini. Mwishowe niliambiwa mama alishika bakuli vibaya na akanimwagia hiyo maji, hiyo story ishe. Nikaambiwa kutoka ofisi hiyo story ifanye nini? Ishi hapo. Na hivyo ndio hiyo story iliisha. Juu ni saa kataswa kutoka kwa ofisi, juu sikuwa na kitu kingine ya kufanya, nikaona ni kawaida. Nikakaa like 1 year, suruali yangu ikapotelea kwa beti mama. Tulienda hii suruali yangu ikapotea. Mama nilitafuta na unajua hii mmeenda tuna kabagi kamoja, sie tumeweka huku ikapotea. Niliuliza huyo mama, nguo yangu ya ndani imepotea. Akaniambia nitafute mahali niliweka. Nilitafuta hiyo suruali na hivyo ndio kulienda, sikuwahi ipata mpaka wa leo. Sijui nini itakuja kutendeka baadaye ama sielewi. Nimekuja Oman, suruali yangu imepotea baada ya miezi 3, miezi 6 imeisha, suruali yangu ikapotea. Sijui kunaendanga aje, hizo suruali zinaenda wapi? Sijaipata mtu wa kuuliza. Nimekuwa interested sababu nimeona umeposti hiyo posti. Maybe kuna mtu anaweza kuwa na kitu anaweza ongelea juu ya watu wengine tuelewe. Umeona watu comment section wakisema hata wao wanaosha hizo maji wanamwagiwa. Unaona comment section Ni kawaida maji. Utuambie kuna mwingine alisema alimwagiwa kwa mlango. Wakati anaenda kuitupa bosi wake alimumwagia hiyo maji kwa mlango. Mwingine alioshwa. Ndio naambianga watu wanasema ni stories za jaba. These things are happening. Alafu yes. Hiyo kitu ni nani? Ni kama wenyewe wanafanya hivyo. Juu hata mimi sasa niko na 6 months Qatar. Niko na 6 months. Na nilifanya kwa nyumba ya kwanza 2 months nikatoka, sasa niko kwa nyumba nyingine. Ile nyumba ya kwanza yenye nilienda kuna huyo mama, huyo nyanya bibi. Yaani anaishi mtoto wake pamoja na huyo bibi. Sasa kwa hiyo nyumba yetu huyo nyanya alipoingia tu kwa mara ya kwanza akachukua maji akaongea, mimi sikujua yosema nini. Ongea na hayo maji, kutoka hapo akayamwaga kwa mlango afa akaniambia nipite. Ndio mimi nikamuuliza, kwa nini umemwaga maji na unaniambia nipite na sijui umeongea nini? Anasema mafi mushkila. Wote. Akanishika kichwa hivi, akanipitisha kwa mlango. Naona sasa hiyo kitu sielewi why ni kwa nini. Kumbe hakuna mtu ameipata jibu. Kuna mtu anasema ati suruali inajificha kwa mashini. Sasa huyu alienda ugenini, alienda kwa hiyo suruali kwa mashini saa ngapi? Suruali kwani inaoshwa kwa mashini? Mwambieni ukweli. Kwa hivyo mvumilivu wa nchi, hiyo suruali yako ilikuwa mpya? Hapana, suruali zinapotea zenye umetumia. Alafu kitu ingine, huyo mwenye anasema suruali inapoteleanga kwa mashini, hakuna mtoto hapa mwenye utaweka suruali kwa mashini ipotelee huko. Mtu unajua vizuri sana wakati suruali yako imepotea. Haya, kitu ingine, kuna hao watu tunafanya nao kazi. Huku Oman tuko na watu wanaitwa Myanmar sana. Huku Saudi Arabia kuna Pangari, Bangladesh, Filipino, lakini huku Myanmar tuko sana. Yaani Oman tuko na watu wanaitwa Myanmar. Hii rangi nyeupe ni wachawi. Kama uko na mwenzako mwenye unafanya na yeye kazi, jaribu kumchunguza kabisa kifyako. Hawatembeangi vile sisi wa Kenya tunatembea hivyo.
hawa wanawake weupe ni wachawi. Ni nini kenye inafanya nimekwambia hivyo? Niko na msichana nilikuta kwa hii nyumba, ni huyo mnyama. Hiyo msichana amekuwa akitembea, tukienda popote penye tunasunguswanga, anakuwa na kakipeti kale kakipeti kenye anapepanga tu kila wakati. Tufike mahali pale, maybe anaweza kuambia nipatie hiyo kitu, nisaidie na hiyo kitu. Hiyo bagi yake hawezi kukuambia umpe, na akiona unaenda kuichukua umpe, anakimbia anaichukua. So siku moja niliona huyu msichana ameenda kuoga. Nikajua huyu ataoga like 30 minutes. Ndiye akuje. Nikaenda kwa kale kabagi straight. Sile vitu niliona kwa kale kabagi. Sijui, yani niliona ni kama zile movies za Nigeria. Uliona Huyu nini? msichana amefunga tu vitu. Kuna hii inaitwa aje? Kwa Kikisi tunaita hii kiigo. Kama kuna Mkisi hapa anaweza sema hii kiigo ndio nini? Mambo Lucky Mama. Kidogo UNICEF tuko poa. Hiyo kitu imekauswa, unaona venye Lucky Mama, wewe ni Mkisi, umejua hiyo kitu? Kiigo ni kama research, lakini amepasua hiyo kitu imepasuliwa katikati, imetolewa matumbo yote na imekaushwa. Imefungwa na kitambaa ya red. Hapa mahali kwingine kumefungwa na nini, hizi madudu manyoya zimefungwa hapo. Kwa kakaratasi kengine amefunga hizi vitu, misumali hizi zenye tunasemanga kukunywa misumali, gloves. Amechukua hizo gloves, amechukua cinnamon, amechukua chumvi, amefunga pamoja. Amechukua suruali yake, amefunga mapini hapo. Pini amefunga. Niliachi hapo na nikafunganisha vitu zake, nikaweka mahali silikuwa. Tulikuwa na nguvu kweli. Hata baada ya kuona hiyo lizard bado ukaendelea kuangalia. Niliendelea kuangalia nichue huyu msichana anabebanga nini. Na mbona yeye afoke wangi na huyu bosi? Mbona yeye mzala wake uko juu? Mbona yeye kila wakati anakaa favorite wa hii nyumba? Nilipoona zile vitu nikasema kweli uchawi huko. Sasa tunaishi na huyu mama. Tunaishi na huyu msichana. Basi kidogo, kuna mtu Facebook anasema pia mimi kuna siku chupi yangu ilipotea, nikaipata kwa store ya fridges za samaki, nikaitupa. Endelea, kwani wanaweka kwa store ya samaki. Hizi vitu zinachanganya. Vitu siko. Hizi vitu tunafanyiwanga huku Warabuni. Inafaa mtu ukitoka huku utafute hao watu wa maombi tu, mtu mwenye unaweza tafuta, mtu anaweza kufanyia maombi. Sababu yale yenye tunapitia huku, mara ya kwanza nimewaambia kwamba ukiingia huku kwa Warabuni hakuna mwenyeji mwenye amekaa venye tunasema kuna jedid na kuna mwenye amekaa hakuna. Huku tunalogwa tu sisi wote. Watu wanafanya kazi kwa nyumba tofauti. Na uwezi jua hao watu wako na nini. Kati mimi nilikuwa nasema kuhusu hizi mambo ya panti kupotea, mimi nilikuwa naonanga saa nyingine wanachukua wanavaa. Na mkiangalia tu vizuri, hizi panti zao nyinyi mnaonanga zinakuanga aje? Sijui kama wajui soko ya panties. Sijui kama za nyumbani ziko sawa kwa sababu wanachukuanga wakivaa. Sijui kama mimi ndio naonanga zangu. Na hata ukienda na bagi na nini zile mzuri umenunua panti mingi, wakichukua bagi yako wanaendanga, the first thing wanatoanga huko ndani ni hizo panties. Kuna wengine wanafanyia uchawi, kuna wengine wanaenda kuvaa. Hiyo ndio kitu unajua tu ya wenye wanachukua wanaenda kuvaa. Na hata ukinunua hizi legging, hizi ni legging. Hizi nini za nini kama hizi legging tuseme. Wanachukua wanavaa nazo buibui. Wanakuibia, wanaona kama wewe hufai kukua na hizo vitu mzuri. Hawajui kama hizo vitu ziko nyumbani nyingi. So ukienda nazo mzuri wanakuibia. Ndio mimi naambianga tu watu, ukienda tu Gulf, enda tu na vitu kidogo tu. Ile yenye utatumia.
Wachana kubeba vitu mingi, kwa sababu wanaamini kama ni kama umetoka forest na una vitu mzuri. So wakiona uko na vitu mzuri, wanaweza sema hata umewaibia na ni zako, juu hauna evidence. Watu kwa ushirikina nao wako juu. Hiyo mambo ya kumwagiwa maji nimeisikia sana, na ule msichana mwenye alikuwa ameoshwa, hiyo maji haikumwagwa. So bosses are different, Laki unaona. mama, mimi kitu yenye naweza sema kwa hizi uchawi zote zenye maybe hawa watu wanafanyia wasichana ama wanafanyia nini, vitu yenye tunaweza kuwa tunapitia vitu mingi. Ukitaka kukua on the safer side, uchawi iko hadi kwa Biblia. We believe uchawi iko hadi kwa Biblia. Hata huku Kenya kuna uchawi, hakuna wenye wafanyi uchawi Kenya. Na tena kuna ile uchawi tena strong yenye inatoshana ama hata zinashinda hizi za Uarabuni. Just that tuko foreign countries, you feel like hii na iko weird kabisa juu unafanyiwa na mtu mwenye si wa kwenyu. The Yeah. only thing we can do, oganga na maji ya chumvi. Not kila siku, but ile wakati unaonanga like unapigiwa vita, Waiguru ako mkali, nini. Even 3 consecutive days uoge na chumvi, utaonanga tu zikitulia. Hadi utashtukia tu umemaliza contract yako. Chumvi inajua. Kuna mtu anauliza hapa, huyu mchetu anauliza kama kuna ndege ya Katari to Mombasa. Unauliza kama kuna ticket ya Katari to Mombasa, kwa sababu ukifika Nairobi they connect with the Jambo Jet. Wana connect. Iko. Yeah. Ndege ziko kwa kila zile, kama kuna airport karibu na kwenyu, ndege zinafikanga huko. It's just a matter of connection. Kama kuna hizo sites za kubook ticket, ukicharge from Katari to Mombasa watakuonyesha the available tickets na airlines zinaenda huko. Yeah. Kuna mtu anasema uchawi nowadays ni normal but use salt na uombe sana. Yeah. Mungu haizi kudisappoint. Ukiamua tu ati nisaidia God tu, hata hiyo mwenye amebeba hizo uchawi haziwezi fanya kazi. So long as you trust in the Lord, yeye atakuepusha na mambo Hata mengi. si hivyo. Laki mama, unaona like mimi nikimaliza kazi, si mtu anamalizanga kazi anasema wacha niende nioge ndo mwili ichangamke. Mimi nikienda kuoga natoka kwa hiyo bafu nimechoka. Like kushinda hata venye nilienda ndani. Kwanza nikioga maji moto natoka like ni kama mtu ameninyonya nguvu. Unless nichote maji yake. Na nikichota maji yake kwani nikioga niko sawa kabisa. So nashindwa kwani maji nafanywa nini? Hiyo yako inashtua aje, like unachoka ni kama umefanya kazi mingi. Na ni kuoga tu Honestly, umeoga. nikienda kwa bafu hata niliambia shemeji yangu, unaona huku penye mmenileta. Nikienda kuoga hii maji yenye iko kwa bafu kwanza nioge maji moto natoka nikiwa nimechoka. Yaani ni kama napigwa fimbo kwa mgongo, yaani ni kama nilikuwa nimeenda vita. Akaniambia hebu badilisha uchukue maji ya jikoni, uoge nayo, uweke ndani chumvi, alafu uende uoge. Imagine natoka kwa bafu nikiwa sawa. So mimi mostly naoga hii maji ya tap. Juzi huyu mshosha ameniuliza mbona unachota maji ya tap na maji iko kwa bafu yako? Nikamwambia hapana, ni venye nataka baridi. Akaniambia hapana, si kwa hiyo choo unaweza change uoge na baridi. Nikamwambia niko tu sawa. So mshosha amekuja asubuhi, juu alikuwa ametoka akapeleka mwenzake. Usi amekuja asubuhi akaniambia ati shosha anasema uoge na hiyo maji yenye iko kwa bafu badala ungangane ukichota hiyo yenye iko kwa tapu. Nikamwambia mimi niko tu sawa na hiyo. So hadi sielewi ama niko jaba. Okay, kuna vitu zingine zenye pia sisi mwenyewe ndio tumeweka tu kwa akili. Tukiingia niseme hata mtu umeingia Uarabuni, ushaamini tu like hawa watu ni wachawi. Hata ukisikia tu kichwa inakuuma tu hivi, wewe ushajua hii ni uchawi. Na saa zingine there are some that Honestly, are it's just true. normal. I swear to God it's true. Nikioga na maji ya bafu na natoka huko kama nimechoka. But kwa hii jikoni nikichota maji niende nioge, it's a different. Niko sawa. Wewe sasa si umeshapata suluhisho, uoganga tu maji ya jikoni. Maybe wanajua kitu wanafanya. Wanajua mbona nakutuma uoge hiyo maji ya bafu kama Laki utaki. mama,
Okay, please, nilikuwa nataka unisaidie kiasi. Leo nimebahatika nikapanda. Sijui kama unaweza nisaidia, ninahitaji kuzungumza na wewe kiasi tu alafu nishuke. Sinanga time. Mm. Ongea, uko na shida? Nilikuwa tunahitaji advice yako juu siko kwa contract. Niko Oman. Okay, wacha nifupishe story. Kitu ilifanya nikatoka kwa contract, tulikuwa wasichana wa Kenya 6 kwa bosi mmoja. So, mimi ndo nilitangulia nikaenda kwa hiyo familia. Alafu sasa wenzangu wakakuja baadaye, wote ni wa Kenya. Lakini sasa tukawa tumetengewa maroom, ninalala na msichana mmoja Mkisi kwa room moja. Sasa huyo msichana alikuwa mzuri sana, alikuwa ananiibia masiri. Sasa kuna Kiarabu yenye walikuwa wanaongea kindani, sikuwa naelewa, but huyu ilikuwa ikifika usiku ananifafanulia. Nikamaliza miezi 4 bila huyo mama kunilipa. Miezi Miezi ngapi? 4 months. Nikipiga simu kwa ofisi yenye ilinileta huku wa Kenya, huyo mama tayari already akawa ameshani block. Aliniitishanga 20k ati juu alinitengenezeanga visa, mimi nikamtumia hiyo 20k. Sasa baadaye mimi ukuja si kuwa napewa wifi kila time, nilikuwa naweza maliza kama 2 weeks ndio waniconnect. Nikapata huyu mama wa Kenya anaitwa Mariam ameniblock. Haya, nikapigia ofisi ya huko Oman. Nikawaeleza saizi mimi ni miezi 4 na mimi niko na watoto wako shule, niko na watoto 2, hata walifukuzwa school fees. Sina pesa. Hebu ongea na huyu boss anilipe. Imagine badala wanisaidie like mom, walikuwa wananitusi wakiniambia ati wewe ni kichwa ngumu, tunataka pesa na miezi 4 si mingi, sikuwa mpole, hata watu wanamalizanga miezi 6 alafu wanalipwa. Nikamwambia hapana. Huwa na time tu, kama nilikuwa nalipwa tarehe 27. Huwa na time tu ikifika tarehe 25 bwana anapotea, haonekani. Ukimuuliza bibi anakatwa akikwambia mafi baba. Inshallah bukra baba hiji. Yaani ikawa tu hivyo paka 4 months. Sasa nikaamusha drama nikasema no. Leo sitafanya kazi, munirudishe kwa ofisi. Na ofisi wako wananiambia ukifika hivi tuko tunakurudisha Kenya. Nikawaambia hakuna shida, ni kwa nchi yangu, niko ready kufanya nini? Kurudi. Sasa nilipofika kwa ofisi wakaniambia ati cool down, ati boss wako anasema anatoka kesho Yemen, anakuja. Wakati mimi mwenyewe nimeona boss yako, hata tukitoka nikiingia kwa gari ya kwenda kwa ofisi, huyo boss alikuwa kwa room yake amejifungia ndani. Nikanyamaza. Nikasema sasa hapa kuna mchezo. Nikakaa kwa ofisi siku 3. Saa hiyo sina simu, wameshanichukua simu. Wakakuja wakaniambia hatuko ready boss wako amesema hayuko tayari kukuachilia urudi Kenya. Ya pili hayuko tayari ukubadilisha nyumba, ati watoto wake wanakupenda sana, au wakuli wanalia tu wanataka urudi huko kwa nyumba, wanaenda kulipa pesa zako. Mimi nikaitika nikawaambia sawa, nitarudi huko. But nilikuwa nimejua tu hakuna pesa nitalipo, kwa sababu kuna msichana mwenye alikuwa anafanya hapo kazi ni Mugana, akiondoka aliniachia namba yake. Akanikoli tu mwenyewe akiwa Ghana, akaniambia hakuna pesa utapewa kwa hiyo nyumba. Mimi nilikaa miezi 8 sikuwahi pewa pesa, na nilitoka kwa hiyo nyumba. Ndio ukikuja hivyo sikuwa narudi nyumbani kwa uzuri, nilikuwa narudi kwa ubaya, hakuna pesa nilipewa. Sasa mimi ile walinirudishia tu simu, nikaongea na kuna watu huku nje, wakaniambia kwa account yako unaweza kuwa hata na 30k. Nikasema sina, but my sister hawezi kosa hiyo pesa, niko na ng'ombe nyumbani atauza au awatumie hizo pesa mnataka. Bora tu munisaidie, hata nikirudi Kenya sina chochote, niko naenda kufanya nini? Na kwa hiyo nyumba sitaka, na umesikia wamesema tuwezi nibadilisha nyumba nyingine, nifanye nini? Na sasa niko kwa ofisi. Wakasema unajiamini unaweza kutoroka? Nikasema mimi sijawahi toroka,
nilikaa Saudia miaka mitatu, sikuwahi ona hii shida yote, nilikuwa kwa bosi wangu mpaka vile nirudi Kenya, sijawahi toroka. Sasa hapa sijui, wacha nijaribu. Wakanitumia namba ya gari yenye inakuja, wakaniambia kwa ofisi hapo unaweza hepa. Nikasema makamera ni mingi na mlango wanafunga mpaka saa 10 asubuhi, wakiwa wanatoka wanaenda kuomba, ndio nitapata nafasi ya kutoka, juu wanajua mimi ni Muislamu, pia lazima niswali. Mungu pia ni nani hiyo time, vile walitoka tu hivi wakasahau ufunguo kwa mlango, na nikachomoka nikaingia kwa hiyo gari, nikaenda kufichwa mahali kwingine siku 2. Nikatumiwa ID ingine kwa simu, ndio nikatoka Salala nikakuja huku Muscat. So vile nilifika huku Muscat nikasikia niko natafutwa, sasa wasichana wa Kenya wananipea uoga. Mimi nikaamua kutupa hiyo simu yenye walikuwa wananitafuta, na nikaenda katikati ya barabara nikatupa hiyo simu, nikakaa bila simu wiki moja, nikapata kazi. Vile nilipata ndio bado kwa hii nyumba wakanileta ati nifanye kazi ya mwezi moja. So vile nilifika kwa hii nyumba mwezi moja, wakaniona mimi ni mzuri. Sasa nimekaa nao mwaka moja na miezi 6, na huwa wananilipa kila tarehe yangu, hajawahi kuwa na shida yote. Sasa ndio nilikuwa na kuomba advice. Sijui hata mimi story vile mtu unarudi Kenya, unarudi aje, juu nilitoroka bila passport. ID tu ndio nilifanikiwa kuja nayo, na hii ID iko inaisha tarehe 27 hii mwezi wa 4. Sijui sasa nitafanyaje dada yangu, na sina mtu mwenye naweza ambia, juu namba hiyo simu ilikuwa na manamba za watu wote, but vile niliona niko na trackiwa na tishiwa, nikatupa hiyo simu pamoja na laini yote ndani. Unaonekana bado uko na machungu sana, kwa sababu ni kama huyo agent wako ulimtumia pesa. Kwanza tunalani kutoka kwa hii kesi yako kabla hatuja kuadvise. Ndio. Na nataka kuambia watu, ukifika Oman ama umeenda Saudi Arabia, popote pale penye utaenda, ule tajiri wako amegharamikia kila kitu. Yeye ndiye amegharamika kila kitu. Huyo mtu mwenye anakupeleka, you are not related, anachukua mtu mwenye amjui, anauza stranger to a stranger. So juu yeye anabaki home, anaona ata benefit kutoka kwako, anaona ni ajui kama unaenda kutumia nguvu zako, anaanza kukuitisha pesa. That is what happened the other day. Lakini ule mdemu alikuwa anaambia wasichana wa Oman ati amewaandikisha chini, hadi ametoa photocopy zao za ID, ati una sign ati ukifika utatuma hiyo pesa ya medical, sijui 20k, sijui ngapi. Nilikuwa najuanga huyo msichana. Wakaanza kuambia hata ukiambia Lakimamu ni kazini yangu. Nilimtukana nikamwambia we are not related. Haezi danganya watu mimi ni kazini yake alafu aibie watu na wameenda. Hata boss ajui ati kuna agent anaombanga watu pesa. By the way, ukibahatika na mtu amekupeleka Gulf, ati anakuitisha 20k, usimpatie hata 10k, because ona huyu mwanadada alituma 30k kwa huyo agent wake, akamblock. Unaona amepitia shida ako peke yake. Bado hajahili juu anatamani kurudi nyumbani. Na sasa ajui ataanzia wapi. Kama uko Oman na wewe ni kimboi, first unaenda kwa embassy. Embassy is there for their citizens. Mtu asiwahi kuogopesha aseme sijui boss wako atafanya nini. Enda pale kwa embassy. Now that umesema umefanya kazi for 1 year and 6 months, there is a possibility kuwa boss wako atahitaji umlipe. Kwa mfano, juu kuna watu wenye wanaenda embassy, ukifika pale ukipata boss wako hajakublock, inamaanisha bado is not done with you, unafaa kumlipa. So juu kama wewe tunaweza kuadvise ufanye kazi, at least ukuwe na pesa yenye ni cash ya Oman 400 to 500. Ukifika pale embassy watatafuta boss wako. Juu unajua asi umesema uko na ID. The moment wataangalia system watajua boss wako, watamtafuta. Boss wako akipiiwa atasema anataka umlipe. At least utakuwa wewe sasa umeshakuwa mwenyeji, uko na hiyo pesa. Unamlipa, anakuletea passport yako, unaenda nyumbani. Lakini ukifika pale kwa embassy na upate amekublock, it means hataki biashara yako, you can pay your ticket and go back home. So from there unaanzia embassy, utaenda mpaka embassy. Kutoka hapo penye huko, ikiwa utafika time unataka kuenda nyumbani, unaenda embassy. Usiende police station.
kwa sababu unaenda kwa embassy wa kuangalilie first situation, your current status in that country. Bosi wako amekublock. Kama amekublock, kuna allowance ya wewe ulipe tiketi yako urudi nyumbani. Kama hajakublock bado anataka kudeal na wewe. So kama utakuwa na pesa unalipa huyo bosi wako, mnamalizana, anakupea passport yako, unaenda nyumbani. Hiyo ni Unajua sasa mimi shida mali huwa kitu inaniuliza, niko na hizo namba za ofisi, nikitoroka nilipiga hiyo building picha, hizo manamba zenye zinakuanga zimewekwa kwa ukuta, unaelewa? Kwa sababu already huyu mama mwenyewe si walikuwa amenirudisha kwa ofisi juu si kutorokea kwa nyumba yao. Hiyo ndio kitu mimi najua, hata kama watasema nilitoroka, niko na right, kwa sababu mtu ukishamrudisha kwa ofisi sina maanisha umuhitaji, unaona? Sasa inakuwaje tena nifike kwa ofisi na ofisi tena bado wako wanaungana na mama mwenyewe, wanajua vizuri tangu niingie kwa hiyo nyumba hajawahi nilipa miezi 8 4. months. Miezi 4 tena ulikuja Si kulipo, nilikuja ilikuwa mwezi wa 5 2024. Nikakaa hiyo mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, nilitoroka wa 9 tarehe 17. Unaelewa? Sasa ikifika hii mwezi wa 4 nitakuwa nimemaliza miaka 2 huko Oman. Mwezi wa 4 tarehe 27. Sijui unanipata. Sasa mimi nikaona kweli hata kama ni wewe Lucky Mama, miezi 4 hujalipwa. Na huyu mtu mwenye alikutoa Kenya, mimi mwenyewe nikiwa Kenya nilijifanyia medical. Mimi mwenyewe nilienda hospitali nikajifanyia medical kila kitu. Yeye nilimtumia tu medical yangu kupitia kwa simu, akaona niko sawa. Sasa nilipofika huku akaniitisha 20k ati kwa sababu alinitolea visa kwa haraka juu alinitafutia kazi siku 3 tu, already nimepata ticket. Na imagine Lucky Mama, mimi kufika tu huko Oman nilikuwa nimeapply kazi Qatar, Dubai, na imagine visa zao zote zilitoka, wote walikuwa wananiita kwa sababu nikitoka Saudia nilipewa exit, si kuwa na shida yote na Saudi. Sasa vile huyo alinishtua tu akaniambia kazi imepatikana Oman, iko mzuri, wanalipo. Unajua aliniambia nakuja kulipwa 60,000. Mimi kufika nikianza kuuliza wasichana mnalipa pesa ngapi? Wakanuza umekuja na pesa ngapi? Nikamwambia wameniandikia 95. Wakaniambia hata ifiki 35. Unaelewa? Nikanyamaza. Sasa nikachukua pesa zangu saving yenye nilitokanga nayo Kenya, yenye nilikuwa nimeweka kwa mshwari 20k, nikamtumia kwa sababu alikuwa ameniambia ni emergency, na akasema kama wanakutesa kwa hiyo nyumba wewe nitumie 20k, baada ya mwezi moja nitawalazimisha wakulipe pesa zako na mimi mwenyewe nikutoe kwa hiyo nyumba nikupeleke mahali pazuri. Vile nilimtumia pesa aliniblock. Umeona mtu anakublock mpaka ana delete, wewe unaamkangu unaangalia simu yako unapata hakuna hata namba yake. Hakuna namba. Umebaki tu blank. Mimi ndio maana huwa tunapishana na hao maagent sana, because unaona umetumia mtu pesa. Hata kuna mwingine pia aliambia msichana mwingine ako mgonjwa ofisi ya Saudi, akaambia tuma 20k akatiwe ticket. Mpaka nikasema 20k kutoka Saudi Arabia 20k. Bila walimtumia aliwablock. Hiyo ni tabia ya agent. Unajua Lucky Mama, hii mambo imenikula tu pole. Imagine ninasikiza, nakujanga hapa nasikiza vile unafunza, ndio leo nikaamua nikasema wacha nitoe mambo yangu yenye imenifinya kwa roho, at least maybe naweza kuwa sawa. Nikiongea naweza pata ushauri kwa sababu nimenyamazia. Wale wenye walinikemboisha hata unamjua, siwezi mtaja jina, but mnaonanga akianikwa hapo sana vile anatumia wasichana vibaya, nataka kufanyia mambo zao hizo. Mimi vile alinichukua, aliona ni kama niko na stress, vile nilikuja mwezi moja, akawa tena ananitishia kila saa nisiongeze mwezi mwingine nirudi kwake. Kawaida yake akikutoa ataka ukae kwa hiyo nyumba hata miezi 3, tutakuwa unamfelisha biashara yake, hakuna faida anaingiza. Sasa akikuleta analipwa 50 rial. Unaona? Ukimaliza mwezi mmoja urudi tena akupeleke kwingi, na kama unataka kwa hiyo nyumba tena huyu mama apeane pesa ndio ukae. Mimi nikaona mimi sitaweza hiyo kuzunguka. Mgongo imechoka.
mtu umefanya usafi, umezoea mahali tena utoke. Mimi kitu nilifanya Lucky Mama, mimi nilimwambia sikuja, akasema ati ninajua hapo niko na nitumie location nikuja kukuchukua. Mimi pia ni nani? Mimi ni Mkenya. Nikaenda katikati, nikataimu hao mama wamelala, nikavaa abaya, nikaenda katikati ya barabara mbali huko, nikatuma location, nikamtumia, nikamwambia hapo ndio kwa, na nikarudi mahali penye unakuja hata na taxi. Kaenda nikatuma kwingine location. Alifika hapa hakuna kunipigia, nikasema mimi nimekuambia hapo ndio naishi, mimi sijui mambo mengine. Baadaye mimi nikaona huyu sasa dawa yake, juu wasichana wenye wanaenda huko wanakuja wananiambia shida wanapitia, wengine wametupwa usiku nje juu wajafanya vitu amekubali, unaelewa. Mimi nikaamua kumutia block. Sasa Lucky Mama, vile unaniona hivi, mimi niko tu peke yangu, yani sina mtu mwenye hata huwa naambia stori zangu, niko tu peke yangu, vile unaniona hivi. Na nikaambia huyu mama, mimi niko na ofisi tu huku, huwa nawaambia maska tu. Akaniambia wanafaa tulipe pesa. Nikasema hapana, hakuna kuwalipa pesa, mimi pesa zangu kila mwezi nyinyi munipe. Mkitosheka na mimi basi mimi nitatoka nitaenda kwa ofisi. Sasa siwaambiange, hata sijai waambia wajue kama mimi ni Kemboi. Nikamwambia mkichoka na mimi nitaenda, haina shida, but kama bado mnanihitaji wacha tufanye nini? Tukae. Imagine hii familia wanakaa na mimi kama mtu mwenye niko nyumbani, hakuna hata nikiwa mgonjwa wao wananipeleka hospitali ya private. Waliniuliza mbona ulitoka kwa bosi wako wa kwanza? Mimi niliwaambia hakukuwa ananilipa, but nilirudi kwa ofisi ndio nikakuja huku. Sasa sijawahi taka kuambia kwamba nilitoroka, unaelewa. Niko vizuri kabisa, kile kitu wananifanyia, hata manguo zimejaa hapa, hakuna kitu nanunua. Ziwe always wanaletanga tu maboxi zinakaa hapo, naishi tu nao kama familia. Kitu chochote nikihitaji nawaambia, pesa zangu hata wananipeanga kashi, ikifika masaa wananiambia unahitaji tukupelekee pesa nje, nasema ndio. Wanaenda wananifanyia exchange, wananitumia kwa M-Pesa hata wakati hata shilingi. Sasa huyu mama juzi akaniambia nataka nikae na wewe tena miaka 2. Unafaa uambie watu wa ofisi wakupe passport yako, tunataka tukutengenezee majina irudi kwa familia yetu. Sasa ukwe sisi ndio tumekuchukua, ukae na sisi miaka 2, sisi ndio tutakulipia ticket urudi nyumbani, tena ukitaka kurudi urudi. Wakaniambia tu utakupunguza pesa, tutaendelea tu kulipa pesa zako 120, but tunataka ukae na sisi miaka 2 juu uko msichana mzuri. Sasa hapo ndio mahali stress imekuja. Nawaambia niko na ofisi, kitu cha kwanza. Ya pili, sina passport, niko tu nayo kwa simu, na bataka yenyewe imeisha, inaisha hii mwezi. Nifanye nini? Na sina mtu wa kunisaidia mwenye naweza ambia iko hivi na hivi. Hata vile unaniona hivi, vile wanasema sijui ati mtu anakuangalilia ajue passport kama imeblokiwa, nini ID kama umeblokiwa, sijui. Juu kuna mwanaume mwingine aliniitisha 10 riali, akasema ananiangalilia. Vile nilimtumia, nikajua tu amekula pesa. Hakuna kitu yenye alinitumia. Kuna mtu anasema stories za jaba. Hakuna mtu anasema stories za jaba. What I know is that everybody owns their story. Kila mtu ana own story yake. Na nitakuuliza tu maswali because we want to learn from here. Tukishapata mtu mwenye anataka kufunguka, lazima tukuulize maswali to learn kutoka hapo. Hata mimi utanitumia hiyo 10 riali nikuangalilie. Hata mimi utanitumia hiyo 10 riali nikuangalilie. So, iko hivi. Nataka tu kujua tu, unaulizia kuna watu wako Omani by the way, na bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Unajua kuna watu sasa wametamani, sema na mimi niende nipate hao wakunipenda, ni ndoto. Hiyo ni bahati ya huyu mwanadada peke yake. Sasa nataka utuambie huyu dalala ni dalala. Dalala akikuchukua anaanza kubehave kama mtu mwenye anafanya house to house. Dalala akikuchukua anakuwa kama kampuni. Anakupeleka house to house, unatengeneza pesa. Tena hiyo nyumba ukiwa umeweka mzigo wako, ukiwa umeacha huko bagi yako ya nguo, wanataka ulipie kila mwezi, unawatumia 30 riali. Hebu nikuulize, mtu amekupeleka kazi ya 120 ama 130,
alafu kila mwezi we uwe unamtumia ati kwa sababu ya nyumba, na we uko kazi, si ati uko huko, utakuwa unafanya nini? Sasa hapo ndo unapata msichana ukikataa, unaenda unapata vitu zako zilitupwa nje. Wana time tu kazi, tuseme hapo pengine umesema hapa tuelewani, wacha nirudi huko nitafutiwe kazi mahali kwingine. Ukifika wanakuambia pesa kwa mkono, na pengine hata nyumba yenye walikupeleka, kuna ma estate huku, ukipelekwa kazi pale kufanya haulipwi, unaweza pewa pesa nusu, wakuambie enda tutakutumia zingi, na ni hivyo. Sasa akiona kwanza uko mrembo, hii ni kitu iko serious. Mtu ukiwa tu unavutia uko mrembo, unakuwa na vita mara mbili. Wacha watu wa tap screen kwanza, watu wanapenda mshene mtap screen ndio aendelee, sio ati mnaangalia tu. Mtap screen kwanza, mtap you share because that is something sensitive, na najua itasaidia watu wengine. Kuna watu wanahangaika, so watu wa tap at least share, tap the screen. Tukiendelea ikifika 25k likes ndio uendelee, kwa sababu ninajua itasaidia watu hapa. Kuna kitu nataka kuambia kuhusu hiyo ikama yako inaenda ku expire. Unajua ikama iki expire, kuna sasa tuseme saizi uko hapo legally, kama yako iko active, unaona, ikienda ku expire hizo utakuwa kama kitu kama overstay, utapiwa fine ya ku overstay, unaona. So kama boss wako anakupenda na umekuja kutafuta njia yenye unaweza toka, unaweza mwambia mimi nataka kuenda, nitajikatia ticket, nitarudi kwa ofisi nitajikatia ticket. Usiwaonyeshe kama unaona, wanajua wewe ni Kemboi, lakini na hawakununua mfanyikazi, watajuaje na umekaa na wao mwaka mzima? Wanapenda vitu za bure, hata hao mabosi wako. So waambie mimi narudi kwa ofisi yangu, watanikatia ticket. Unaona, ukiona hizo siku zimekaribia, like umesema inaenda ku expire, uone hapo katikati, uanze hata tarehe 5, lakini at least uwe na pesa cash ya Oman. Juu ukifika pale embassy, boss wako akisema umulipe, utalipa hiyo pesa. Instead ya kutuma Kenya alafu tena watume Western Union. Nimeona watu wanatumanga pesa Western Union. Unatuma pesa in Oman reals, unatuma pesa ya Kenya na ni expensive. So wewe ujue tu unahitaji some cash ukienda pale embassy. Kama boss wako atasema ulipe hiyo pesa, ndio utalipa utoke. So usifanye hao wajue ilikuwaje mpaka ukaenda nyumbani. Wewe waambie wakupe tu pesa ya ticket, utajikatia mwenyewe. So that uende usort mambo yako pale embassy. Huko embassy kuna mahali niliona watu walienda wakalala. Kuna mahali watu wanalalanga huko embassy, lakini sio ati place inabeba watu wengi. Unaenda unatulia hapo upangwe. So long as unajua umeshatengeneza pesa na unaweza lipa gharama ya ule bosi anasema. Utaenda nyumbani uongee na huyu bosi wako mwenye umemfanyia kazi ndio akuchukue ya fresh. Hiyo ndio advice yangu, lakini usingoje hii nini expire. Sasa itakusumbua, utashindwa, utakuwa unafuata procedure gani? Unaona? Utakuwa unashindwa unafuata procedure gani? Wewe ukitaka uko na namba yangu hapo, chukua, mimi naweza kupatia hata location ya hiyo embassy. Uende ama namba ya huko embassy, uende mpaka huko. Hasa ile siku yenye utatoka kwa bosi wako, toka na mizigo yako, ngangana nayo kwenda huko embassy. Ujue utaendaje. At least unafanya vitu kama mtu mwenye ako machua. Sasa watu wamefika 25. So nataka utuambie hao watu warembo, huyo dalala wako anawafanya aje? Kwa sababu umesema marafiki zako wakikupigia wanasema bila anawafanya. Hapo ndio tunataka kujua. Okay, huwa nini, wakiona tu tuseme obvious, mtu ukiwa huku nje ni mtu unapata pesa zako, unaweza fanya order vitu kwa delivery. Kama mimi huwa nafanya vitu zangu, huwa na order, hata unaomba ruhusa, unaenda saluni, unajitengeneza, unakuwa smart. Kwa sababu ukiwa huku nje stress, ukisema uweke stress utakufa, juu hauna mtu mwenye utaongea na yeye, hiyo ni siri yako we mwenyewe. Sasa ukiwa umeenda kwa hiyo hawa tuseme madalala, sana nataka ya kuwa nakupeleka kazi, kama umekaa sana isipite miezi 3, kwa sababu yeye anapewa pesa, unakaa huko, ukirudi kwake tena huko unalipa, anakutafutia tena, hata ufiki upumzike sana siku kama 3 tena amepata kazi kwingine, anakupeleka huko, akikufikisha analipwa. Hiyo ni biashara, unajua, na saa hiyo ako na bibi yake hapo na watoto. Sasa kitu yenye tunashindana, ukiingia kwa hiyo nyumba wewe ni mrembo kuliko bibi yake, unajua hapo tena kuna mtihani mara 2. Lazima huyu mwanaume
aka anakutaka atakudefense, maybe huyu bibi ataanza kusema huyu dem mimi simtaki, unaweza fix na wasichana wengine mahali kwingi kwa sababu amekuona uko mrembo. Na huyo mwanaume pia atajua unamuingizia pesa na uko mrembo, hata akiposti picha yako mtu mwenye anataka msichana wa kazi anakuchukua kwa haraka, na yeye mwenyewe tena anataka akuwe na wewe. Unaona? Sasa wakati ukiona umekataa, huyu mwanaume atakuchukia. Ukikubali utakuwa mzuri, lakini utakuwa umeleta vita kwa bibi yake. Huyo bibi yake pia si unajua yeye pia ni kemboi, si mtu mwenye ako kwa contract. Hapo ndo unapata wasichana wengi wamekufa, mtu amemfanyia kitu na wanaenda wanamtupa. Hao wasichana wale mnaona wengi mnapata ati wamekufa, sijui ilikuwa hivi, ati amegonjeka kidogo. Ni siri imejificha kama sisi watu tuko huku nje. Na ukisema unatoa hiyo siri yenyewe, unaanza kuatakiwa, wanaanza kuthreaten, unaelewa? That's why unaona hata hapa siwezi taja mtu jina. Kwa sababu nikitaja nitakuwa nimeweka maisha yangu kwa hatari. Unaelewa? Yeah. Sasa iko tu hivyo. Ukiwa unatumia akili yako, mtu kama mimi nilikataa, ninakwambia like mama, hata nitachukua video nitakutumia nitachukua namba yako. Hizo nguo zenye niliacha huko sikuwahi rudi huko kuzichukua. Kulikuwa na simu yangu Huawei mpya kila kitu, but niliona maisha yangu ni ya maana. Mimi ni mama wa watoto wawili. Nyumbani wananitegemea. Siwezi chukua mwili yangu nilale na wanaume, na huko Amani kuna ugonjwa. Ugonjwa iko, mtu asiwadanganye, huko kuna ukimwi, kuna hizi magonoria ziko. Na nimeona kuna wasichana hata nikikwambia hivi kuna bahati yao kunisikiliza saa na mwaga usaa. Ametumia pesa zake zote, hajapona na nilimkataza. Unaelewa? Huyo mtu mwenye amekuchukua akikutumia kuna mtu anasema sura personal inaokolea sana. Sura personal inakaa aje? Hawana haja na wewe. Watu mko na maneno hapa. Hawana haja na wewe, kwanza ukifika hata wataki ukupea muda ukae. Umesikia laki mama? Sasa shida ziko huku nje. Mimi nita-advise tu msichana mwenye ako kwa contract, kama amechoka yeye hata arudi tu nyumbani, asijisumbue yeye tu kwa contract, maana huku nje ni soko, ni chafu. Na sasa huyo dalala akiwa kuna watoto na bwana, hao watoto wanaenda shule? Hawa wenye mimi ninajua wako na wenye mimi nimeona karibu, sijaona mtoto wa kuenda shule. Unapata mtu ako na mtoto kama wa miaka 2, miaka 3. Unaelewa? Na sasa wanakomboa nyumba, so mnakuwa tu hii nyumba imechukuliwa, but kuna marumu zao na rumu zenyu. Kupika mnapigia mahali pamoja. Sasa nyinyi ndio wafanyakazi wa hiyo nyumba. Mkikuja nyinyi ndio mtafanya usafi, nyinyi mnafanya hivi. Alafu wakikuposti ukichukuliwa ni kuenda unaenda. Wengine wanakuja wanaenda kuchukua wenye wanatoroka pia, tena wanakuja kuwaweka hapo. Wako na site tuseme kama Facebook, wako na mahali kuna site ama ni WhatsApp groups penye wanapost kwa WhatsApp wanawaposti. Unajua kuna hawa mabosi wenye watakangi kuchukua wasichana kutoka Kenya ama Uganda ama Tanzania juu wanakwepa hizo magharama. Sasa anasema nataka tu mtu wa usafi, kama juzi Ramadhani mtu anasema nataka mtu wa miezi 2, miezi 3 hivyo. Ukifanya usafi, uosha maukuta nini, wakishajua boma imekuwa safi wanakuruhusu unaenda. Wanakaa tena, ikichafuka vibaya tena wanaleta mwingine. Yeah. But sasa mimi sijawahi toka. Unaona mimi niko tu kama sasa mtu mwenye niko kwa contract juu tangu niingie kwa hii nyumba sasa ni mwaka 1 na miezi 6. Sijawahi toka. Hata hawa madalala wenyewe walishanisahau kwa sababu sijawahi rudi huko. Mimi nilisema siwezi. Mimi siwezi enda kupitia mashida kama niko na shida zinaniandama, tena niende kulala na mtu umalize na kupeleke kazi huko, tena kazi yenyewe mateso. Ukisema niko nasumbuliwa, anakuja tena, anakuja tu na gari, wanakuja tena. Hata ukimwambia tu sasa hiyo ukiingia tu kwa hii nyumba ya amelipa na useme hii nyumba sikai haiko sawa, anakukujia mwenyewe, anakutumia
gari yake mali amesimama, anasema toka kama mwenye unaenda kutupa sibara, kuja ingia kwa gari, kwa sababu huyo boss hakuna vile atamwandama. Unajua huwa wanasema wako na ofisi, mtu anaenda anatafuta tu kanyumba mahali wanabonga nini, anapiga picha, anamwambia hii ni ofisi yangu, na akijua msichana amekataa, ana block huyo boss. Unaona, hakuna mawasiliano. Tunajua mara mingi wanatumia namba za huku, alafu akijua kuna shida, anarudi kwa namba yake ya Tanzania ama ya Kenya. Sasa unajua ukiwa kwa namba ya Kenya hakuna vile unatrakiwa, ama ya Tanzania. Umeelewa? Na sasa huyu dalala mwanaume huwa analala na wewe saa ngapi juu huyo bibi yake yako hapo kwa nyumba, ama mnalala kwa gari? Kwani hawana Anakupata wacha nikuambie Lucky Mama. Umesikia biashara yenye iko huku? Hata wewe mwanamke ukiongea utatupwa nje. Wewe unajua akili ya wanaume wa Kenya. Unakuwa sasa wewe msichana ndio ukitaka tu uishi na amani na upende maisha yako, usifate zenye huyu mwanaume anakuambia, fata ya mwanamke. Kwa sababu tunajua mwanamke ana huruma, ni yeye hata anaweza kuibia sasa siri mingi kuliko. Kama mimi bibi ya huyo jamaa aliniibia mambo mengi, akaniambia kati ya wasichana wote wenye wanakujanga, wewe tu ndio nimependa na nimeamua kukuambia mambo yangu, kaa huko tulia. Nikamwambia niko na mizigo mingi, akaniambia kama uko na mizigo fanya mpango, kuna hii vile watu wanakuja wanapima mizigo zako na unatuma Kenya. Sasa siku unasema unataka kurudi, kama ni kwa kwenda deportation, unaenda tu na nguo kidogo, unatembea tu, vitu zako zinakuwa zimeshaenda Kenya. Huyo tu ndio huwa ananieleza kila kitu yenye inaendelea, ananiibia siri. Ama ulikuwa threat kwake, ulikuwa mrembo sana, akaona wewe hata utafikiria mara mbili. Alafu sasa vizuri ya hii familia pia wameniseti free. Huwa kama nataka hata hizi mafuta, mimi na bleach by the way nafanyuanga order, mafuta zinakuja na mafuta mingi. Bibi ya kijana hapa hata mwenyewe kama ni 16 riali 18 riali huwa ananilipia, ananiambia kazi yako ni mzuri, we ni mtu mzuri, we fanya tu kitu unataka, uko free. Mabroadline ziko tu kila kitu. Mimi niko na room yangu, niko na bafu yangu, niko kama mtu mwenye niko nyumbani, sina shida yoyote. Kuna mtu anasema ufungue kamera, lakini siwezi kwa device. Mnataka afungue kamera ndio ule dalala muone. Wako chini, hata nimeshawaona hao watu wako chini, wako wanapitanga wenye najua. That's why nakwambia niko naongea kitu yenye iko real, si ati ni kitu yenye mtu unaamuka ukanini. Hii ni advice niko naambia wasichana wenzangu wenye wananisikiliza, watumie hii akili. Na kama utaona shida kabisa uwezi rudi Kenya, kuna kitu ilikutoa, unahitaji utimize hiyo ndoto. Mimi kitu ilinifanya nikaamua Kemboi, nilikuwa najengea mama yangu, na nikawaza nikirudi Kenya sitakuwa nimemalizia mama yangu hiyo nyumba, but kwa saa hiyo nyumba nimemaliza. Hata nikirudi Kenya najua mama yangu saizi hayuko tena kwa landi, ako poa. Congratulations kwa kumtoa kwa hiyo tu nilifanya nikawaza, nikisema kurudi Kenya sitaweza, but saa hii nikirudi Kenya hata siwezi maliza mwezi moja kama sijapata kazi. Nitaenda tu nitengeneze passport yangu. Hata boma yenye nilikuwa nafanya kitambo, kijana hiyo boma baada ananitafuta kwa simu, ananiambia wakati utajisikia kurudi uko ready, tukutumie ticket na visa urudi kwa familia yetu. Sina shida. Kuna watu wanasema hapa wapandishe ndio waongee, nataka kupandisha. Kuna watu wanaweza kuuliza maswali hapa, but sasa apart from kupelekwa kazi, kuna wale wa kuuzwa kwa wanaume kama huyo mwenye umesema ni mgonjwa. Au wanaume kuna room ya kufanya biashara ya kuuza hao wasichana, ama utapelekwa mahali kwa mteja? Like mama, kazi iko mara 3 huku Omani, huku nje kazi iko mara 3. Kuna kazi ya nyumba, sawa? Kuna kazi ya kujiuza, sawa? Na kuna kazi enye wanaenda kuangalia mambuzi huko msituni, na ni mwanamke. So utapata kuna msichana anasema mimi nimechoka na kazi za nyumba, sitaki kazi za nyumba, nataka kazi ya kujiuza, na anataka aunganishwe na wasichana kama 3. Umenielewa? Wakuwa hiyo ni kazi yao na wenyewe wanalipa nyumba.
Sasa msichana kama huyo ukijaribu kumadvise kwamba fikiria maisha yako na watoto wako, wewe ni mbaya, utakula block, tena ataanza kufitini kwa watu wengine, atakufungulia grupu, ataanza kuchamba. Sasa mtu kama huyo akianza kutoa usaa, achana naye kwa sababu mwenyewe alitaka. Hizo Kwa kazi hivyo zipo. hiyo ya kujiuza wako na WhatsApp group yao. Yiko vizuri kabisa, ziko. Tena Na hata na si tena hata si mbali. Kama wewe unajua ni huko Omani mali inaitwa Mabela. mm. Ziko. Na sasa tuseme kama Kemboi pia, kama dalala pia anaweza kuuza hiyo kazi ya kujiuza, anafaa kulipwa ngapi? Kama huko kwa Waiguru analipwa 50, dalala akikuuza kwa hiyo kazi ya kuuza Kwa analipwa Waiguru ngapi? hata wengine wanalipwanga 300. Unaona kama mimi hapa vile walinichukua, sasa tuliachana na hii mwezi moja, nikakaa nao wakasema wananichukua miezi 9, waliwapea 300. Hata kama kuna msichana Mtanzania ni rafiki yangu sana, hata amekomendi hapo chini, alipewa 300 ya huku Oman. So unaelewa, nikakaa nao miezi 9, lakini vile iliisha nikawaambia hakuna pesa yote mnapeana, mimi ni familia, mimi ndo nafanya kazi, msichoke kupeana pesa, kwa sababu ni familia mzuri. Lakini ingekuwa familia mbaya ningekuwa nilishatoka. But hiyo laki mamu ya kujiuza niko na kuhakikishia ziko, na wasichana wetu wenyewe ndio wanataka, si ati hata huyo dalala ndio anamforce kwamba enda ufanye. Anakataa kazi ya nyumba, anataka hiyo kazi ati inalipwa vizuri. Kwa mfano sijui akipata watu 3, huwezi jua wamesikizana pesa ngapi, hivyo ndio anataka. Yeye akili yake anawaza anunue gari kwa haraka. Basi amesema boss wako ajui yeye ni mrefesi, ndio anafikiria ni wa ofisi kwa sababu ule dalala wake alidanganya kuna ofisi. Muelewi bado mpaka hapo. Juu sasa asi aliuzwa pesa. Sasa wao wanafikiria ni ofisi. Huku wasemangi kwamba wewe ni Kemboi. Huwa wanatuposti tu kama mtu wa kawaida, vile mtu unatafutiwa kazi. Kama ni Mkenya unawekewa bendera ya Kenya, kama ni Mtanzania unawekewa ya Tanzania, kama ni Muganda hivyo. Sasa wataposti wasichana karibu 3. Huyo itategemea huyo boss amekupenda aje na uko na experience yako. Unajieleza tu vile wewe unajieleza ukiwa Kenya. Sijui hapo umenielewa. Sasa unajieleza, wanakuchukua, ukikuja kwa hiyo nyumba utafanya kazi yako kulingana vile mumeelewana. Kama mimi tulielewana, sipiki, ni usafi. But kuna vitu zingine unajiongeza. Mimi nimefika hapa, huyu mama ni mama mzee. Wewe utaacha mamaka akuenge kila saa anachomeka kupika juu wewe mlisikizana usafi, umekuja umekaa, umemaliza usafi umekaa, si utamsaidia kupika? Mtasaidiana. Watu wengine they are living in denial hapo comment section. Oh, story za ajabu kwa sababu hamtaki kuongelelewa. Kama hamtaki kufunguka nyinyi mkae. Uzeni, fanyeni kiazana, wacha kutusumbua. Lakini ebu niulize swali. Eunice anasema huyo dalala akimpost anachukuliwa akienda kazi. Do you mean mna sign contract? Because when somebody is actually picking you, hivyo venye unasema inafaa mkuwe mko na contract ingine, and if yes, utafanyaje na ile yenye ulikuwa umetorokea, ile boss wako mwenye alikutoa Kenya, yule wa kwanza? Do you mean now you have 2 contracts? Hapana, ukiwa huku nje huwa tusaini contract. Hata mwenye amekuchukua mwenyewe anajua wewe si yeye amekutoa Kenya. Tulia kwanza, ni kabla hujamjibu acha nisome comment moja hapa Facebook. Huyu anasema anakuuliza bagi ikipita like 3 kg zinaweza lipishwa riali ngapi? Kama ngapi? Sijui uko country gani. But kama uko Oman 5 rial. Ni 5 rial kama ni uko Oman per kilo. So na ina depend pia na airline. Sawa. Kama ni Oman unaulizia Oman ni 5 rial, after nini any extra kg ni 5 rial. So Eunice mjibu. Okay, dadangu, kitu nilikuwa nataka kukuambia ni hivi. Ukiwa wewe umetoroka, umetoka kwa bosi wako, umekuja
utakaa mahali kwa mtu mwenye amekuhost, mwenye alikutorosha, utapumzika akili siku 2-3, utavaa baya yako vizuri, atakupiga picha. Hawa madalala wanakuanga na masponsor, wale wanataka wasichana, na hawa madalala wenye wanatutafutia kazi wanakuanga wenyewe ni Waarabu. Mkenya ama Mtanzania huyo kazi yake ni kuhost, wako na biashara na huyo Mwarabu. Sasa yeye atakupiga picha na anatumia huyu Mwarabu, na huyu Mwarabu anakuweka kwa sistimu yake, anakutafutia kazi. Akishapata wanakupigia simu kwamba kaa ready, kuna gari inakuja kukuchukua masaa fulani. Umeelewa? Wewe ukishachukuliwa unaenda kwa hiyo nyumba, utakuwa umeshauliza ni kazi gani, ananilipa aje, wako kwa nyumba watu wangapi, na ni nini na nini, na lala saa ngapi. Hiyo ni vitu unafaa kuuliza kabla hata hujafika kwa hii nyumba. Mnasikizana, anakuambia utakuwa unaamka time fulani, unafanya hii na hii. Kama ni ya watoto atasema uko na watoto, kama ni kuangalia mama yake atasema ni kuangalia mavitu kama hizo. So ukifika hakuna story ya contract tena. Kama amekuchukua miezi 3, utakaa miezi 3, ikiisha hiyo tarehe akikulipa na mwenyewe tena anakuweka kwa gari, anakurudisha mahali alikutoa. Ni hivyo tu, hakuna mambo ya contract. Hata mimi hapa saa hii nikichoka niseme mimi najisikia leo kuondoka, ninachukua bagi zangu nawaambia mimi ninaondoka, hakuna mtu atakuzuia unless uko umewakosea, watakuitia mapolisi. Unaelewa? Hawana story mingi. Kama kuna makosa umefanya watakuitia mapolisi, lakini kama hamuna shida yote nao, basi watakurelease, utaondoka. Na kama mumeelewana atakwambia bado tunakuita, acha tukae. Eunice, Naam. ulisema Kuna hakuna mtu mwenye anauliza kidogo su kidogo su, kuna mtu anauliza kama hiyo namba nimeweka hapo ni ya kuuza mchele. Hiyo ni namba yangu. Ninauza mchele na sukari, hiyo mchele ya TZ na brown sugar. Pia nafanyia watu shopping. Kama unataka kufanyiwa shopping ya nyumbani na umenipromote, huwa nakufanyia free delivery. So hiyo ni namba yangu, sio mchele peke yake. Maybe unaweza taka kubukiwa ticket, uko na shida, unachukua hiyo namba 0727846930, unanitafuta WhatsApp. Na usipige, jaribu kutuma audio in summary ama uandike message. Within 24 hours kama sija kujibu, rudia kutuma. Saa zingine maybe message yako imefunikwa, but I try my best. Okay? Huwa nauza mchele ndio. So tuendelee. Lucky mom. Mambo? Poa. Nataka unisaidie na advice hapa. Nilikuwa nauliza mimi in the next 2 months. Kidogo tu Nyari engineer. Kuna mtu alikuwa anataka kuna kitu nataka kuongelea kuhusu Eunice. Tumalizane na yeye ndio tupatie huyu mwingine chance. Kuna mtu ako na swali anataka kuuliza Eunice. Nilikuwa najibu Sue hapo juu mambo na kusaini contract. Like tuseme kama umetoroka kutoka nyumba ya kwanza, maybe Darara amekuhost, ukienda kwake akikutafutia nyumba, wewe una makaratasi. Sasa akipata sponsor huyo, sasa boss wako, kuna vile wanaongea, tuseme kama unafanya miezi 5, urudi tena kwenye hiyo ofisi. So wewe hakuna kusaini karatasi. Kazi yake maybe wanaongea ni pesa ngapi anamlipa, si ndio? So wewe ukienda huko uko na right, tuseme kama umemaliza hiyo miezi 5, umemaliza, unaweza endelea juu wewe tena mmemalizana na huyo dalala. Ndio hiyo nilikuwa najibu. Okay, thank you. Nyari engineer, sasa tuko kwako. At least thank you Eunice, wapo umepata jibu. Kama in case you need more questions ama unataka kujibiwa zaidi, chukua namba yangu iko hapo kwa screen. Wacha kukuwa na wasiwasi. Sawa. Tuende kwa Nyari engineer. Yeah. Yes, nilikuwa nasema in the next 2 months nitakuwa namaliza contract. So nilikuwa nakuuliza swali. Should I remind them ama ninyamaze mpaka hiyo date then niwaambie? Unawakumbusha. There is no harm kukumbusha boss wako. Hata sasa hivi umebakisha 3 months. Na si ati unaenda kumkumbusha na vita, unamkumbusha normally tu. Hata kama mnapika hapo jikoni, kama unaosha vyombo, unamkumbusha madam, do you remember that my contract is ending in 2 months time. Hivyo tu.
unamkumbusha tu kijokes. Unajua kuna wenye wanaonanga ni Sasa kama umesahau. nataka kukuambia, umesema vizuri na mkumbusha. In this house yenye niko, siko vizuri as such. Nimekuwa na mvurugano juu na hapa na chini, na mimi naishi na mama Shosh na kijana ndiye ananilipa. Unasikia? So ukisema nimkumbushe, it means that nita text kijana ndio tuelewane vizuri, si ndio? Huyu mama tusikilizani, atuongee ile ya tunaweza osha vyombo na uambie mtu in the next So mimi nahofia maisha yangu will be na hatari juu ya nini? Kama hizi siku za kawaida ananitreat hivi, then by the time nikiongea hiyo kitu ataona kama nimeisema kwa kiburi. Umeona? Atasema ni kama kumbe huyu anataka kwenda kwao kweli, kumbe huyu anataka kwenda kwa, unaona? So the treatment will be worse than venye na kuanga. Ngoja nikujibu. Kuacha kwanza nisome Farida anasema sisomi comment yake. Anania advertise mchele anasema tangazo rice and sugar at affordable price from Lucky Mom. Nimesoma. Nimesoma hiyo comment. Amesema mbona usomi comment yangu Lucky Mom? Huwa nasoma comment zote nasoma. Okay, thank you so much Farida. So, wacha nikuambie Nyari Engineer. Kwani ulikuwa uende uishi hapo forever? Kwa nini why are you concluding for her? Sikuwa niende niishi hapa forever. Lucky Mom, unajua mimi ndio niko on the ground, najua what's happening. Umesikia? Na what's the treatment I'm passing through. I've been passing a lot, but kulingana na nguvu yangu nasemanga hapa, acha tu nivumilie yataisha. Umeona? So hiyo ndo unaofia. Nikisema huyu si mtu mzuri mwenye atatake it simple, acha tu amalize hao aende. The treatment will be worse. Kwani unafanya kazi kwa field ya war? Hakuna hata siku moja mumeiongelea vizuri. Hakuna. Tuelekeze tuelewe vizuri. Like ulienda uko kwa battlefield. Niko kwa battlefield, yes. It's like a battlefield. There's no talking hakuna. Si basi umalize, ukienda kumalizania hapo mwisho useme mimi naenda nyumbani nimemaliza contract ile siku ya mwisho. Ungoje mpaka siku ya mwisho useme mimi naenda. Hapo mkianza kupigana vizuri itakuwa ni inaeleweka. But mimi ningekwambia wewe nilikuwa nataka advice kutoka kwako juu. Nikisema niseme saa hii hiyo battlefield itakuwa worse. Kuna mtu wacha nijibu huyu kwanza kabla ndio muongee. Anasema is it possible Kemboi akiwa Iraq kubukiwa ticket ya kurudi Kenya juu hakuna embassy? Nataka kuambia watu kama uko na karatasi, uko na ikama, kama wewe ni Kemboi uko na ikama, Iraq pia inataka ikama. Kama una ikama na wewe ni Kemboi, unaenda kwa polisi. Utafutiwe makaratasi first ndio book ticket. Ticket ya kutoka Iraq inakuwa very expensive. Ukibook hiyo ticket maybe 70,000, 80,000 alafu ichomeke. Hakikisha kwanza serikali imekuruhusu ubook ticket, hata kama wewe ni Kemboi lazima utengenezee makaratasi. Na makemboi wengi wanaenda jela ya ina kama hiyo jela ndio deportation ya Iraq. Lazima utengenezewe makaratasi. Na kama unaweza kuwa wewe ni Kemboi wa Iraq na uko na shida, enda kwa American Embassy in Iraq. Kama wewe ni Mkenya, ujaribu kutafuta msaada kutoka huko, utaweza saidika. Because kuna kesi moja ya msichana nilikuwa nayo, alienda kwa American Embassy in Iraq na ni Mkenya akasaidiwa. So kama uko Iraq na umekosa msaada kabisa and you can access the American Embassy in Iraq, uende huko unaweza pata msaada. Hope hiyo itasaidia wale wenye wako Iraq. Yeah. Tuendelee. Mimi nilikuwa nauliza swali kulingana na venye Nyari Engineer ameongea, and this question I'm posting it to you. Is it right kama wewe mfanyikazi umepelekwa ugaibuni, umemaliza contract yako na unaona maybe mabosses wako hawataki urudi hiyo siku yenye ulikuja, unaweza jitayarisha tu na wewe mwenyewe uende tu hata kama ni hiyo airport. Let's give an example. Uko Oman, si unaenda hapo Muscat hapo airport, niseme ulikuja tarehe 10,
umetoka tu hiyo tarehe 10 unaenda kutravel, like mama ashakubukia ndege, utadetainiwa, watakosa usiende. Huwezi enda kwa sababu wana cancel. Unatolewa kwa system. Lazima utolewe kwa system hata kama uko Oman. Wale watu wenye wanatokanga Oman kama hawajamaliza contract, bosses wao wanaendanga wana cancel visa. Hata ukimaliza contract, boss wako ataenda amalizane na wewe hapo. Kuna pepa anapewa yeye kama boss. Hapana, So hiyo tiketi nasema yako itachomoka. Lucky ma'am, Nakuelewa. nasema Nakuelewa. Nakuelewa, asifikishe. unasema after contract, si ndio? Yeah. After contract boss wako sasa amekataa kukupeleka airport, maybe hataki urudi, umeamua kubook ticket utaenda wewe mwenyewe airport. Kuna kila country kuna laws and regulations. So lazima kuna kale kitu muhimu kenye katakufungua. Wewe unaweza kuwa na tiketi yako na usisaidike bado. Lazima mumalizane na huyo boss wako officially. Unaona? Ndio naambianga watu ndio nilikuwa nawaambia jana msichana mwenye alikuwa anasema akatiwe ticket nikamwambia lazima exit. Akasema sio lazima. Alifika airport hata kama alifaint. Alipelekwa hospitali akaamuka. Hakuwa na exit na ile pesa alikuwa nayo peke yake cash ndiyo alilipa nayo ticket airport. Ticket nayo utakata, utatolewa mpaka boarding pass. Lakini hautapita kwa ile mlango ya airport. Juu kuna sheria kwa kila nchi. Yaani tuseme kama huyo anasema akimaliza contract kuna nini makaratasi huyo boss wako lazima asign kama we umetoka nyumba yake. Lazima hata kama lazima asign makaratasi ndio utoke. Hata wenye wako Lebanon the same thing. Hata Iraq same thing. Unaona? So usiassume ati sasa unajua mimi sina shida na wao nimeshamalizana, ni wao ndio watakufungua. Na wakikufungua lazima usukumwe. Lazima wasukume kama wataki kukufungua. Unaona? So nyari engineer wewe fika hiyo wakati maliza contract useme hata nimejaribu kuvumilia kwa hii vita. Wewe nyumbani mtu anaweza na Bahrain, those Gulf countries all of them they have laws. Huyu anasema hai like mom unaishi na shosh but shida ni shosh kugombana na shindwa nifanye aje. Kwa masikio yako funika masikio. Unajua watu kuonyesha kama hiyo kugombana yao ati na kuaffect, watakutekea advantage mpaka wawin hiyo race. Ukiona mtu anakutukana usimuonyeshe ati unasikia. Wanaweza kufanya ujichukie bure. Mama, mimi nimekusalimia. How are you? Mnunue mchele na sukari. Si unafunga live in the next few minutes? Not in the next few minutes, in the next 5 minutes. Sasa ninatoka. Bye, nakupenda. Guys, mpromote mchele. Huyu mwenye aliuliza story ya kuhome, fanye hivi vile nilifanya. Jana nilisema aje si mtanipeleka kununua bag, wao wenyewe wanajua. Kwanza wao wenyewe wanakukumbusha. Mimi wangu wananiambia saa hii ndio ziko cheap, vitu ziko kuna duka ya saa hii imefunguliwa vile ni Ramadhani iko like 1 rial, 2 rial. Ye mwenyewe anakukumbusha na kuambia kama unataka kununua saa hii utaniambia. So wao wenyewe wanajua. Hadi siku unafaa kuhome wanajua. They're just too ignorant to accept that you are living. Wewe sasa mwenye anakulipa pesa anakulipa pesa muandikia aje I want to buy traveling bags, usikie vile atakwambia. Lakini mama wewe SK kwanza ninapeleka huyo wewe unakaa kwa watu wanaongea. Huyo anakaa kwa vita. Huyo anakaa kwa vita ako Russia kwa vita. Kwa Iraq na Iran. Niko kwa battlefield. Wako kwa Iraq na Iran. Huyo sasa chakula penye nilikuwa napeleka. Bye Lucky mom. Bye. So huyu sasa hakuna communication. Nimesikia nyari engineer namuelewa sana. Yeye ako penye yako hata anasema tu nikisema zaidi wanaweza hata niua. Wewe nyamaza my dear mpaka ile siku utamaliza alafu utakuwa na sauti. Si umebakisha 2 months? Utakuwa na sauti. Kuna mtu anauliza kana na deliver mchele Eldoret. Napeleka mchele Eldoret, Moisbridge. Kuna nini nyingine inaitwa nini Kachibora. Nilifikisha Kachibora, Kitale. Haya. So at least hiyo route ya kwenda Eldoret mchele inakuwa delivered. Tunafika Mombasa mwisho hatujapata mtu wa kutufikishia Malindi.
So guys, I thank you so much for joining the show. Maybe kesho jioni nikipata chance, but most of the time hii show inakuanga weekdays from Monday to Friday. Inakuanga 2 hours only. We are learning a lot by the way. Na mimi naweza penda hivi tukilani hivyo watu wameanza kuelewa. Hapa hivi mtu akiwa na shida yake ile yenye anataka usaidizi, unachukua namba yangu ni 0727846930. Kuna mtu Like mama, anataka nilikuwa kuelewa. nasemea Like mama, Wow. okay, like me sahi niko man. Nilikuja last year mwezi wa 7. Kufika Disemba nikaanza kuwa mgonjwa, kuna kakidonda kalikuja kwa mguu. So ako kakidonda kamekuwa kakitoa damu. Kila mwezi lazima itoe damu. Sasa sijui shida ni gani. Jana ndio walinipeleka hospitali. Kwanza niliwaambia wakaanza kuniambia ni umbu iliniuma. Wakaasimu hiyo kitu hivyo. Sasa juzi ndio wakaona iko serious. Jana wakanipeleka hospitali. Waliponipeleka hospitali nikafanyiwa scanning, but hakuna ugonjwa ilikuwa. Wakaniandikia madawa, wakanipaia madawa. Leo tena morning nimeona tena damu imeanza, hiyo kidonda imeanza kutoa damu. Ikabidi niambie agent wa Kenya, nimekuwa nikimtumia vile hiyo kidonda inatoa damu. Sasa akaniambia hiyo kitu ni kama imekuwa more serious. Na pesa wako wamenipea, wanafaa kunilipa 24. Jana ndio wakanipea cash, wakaniambia mfua ni mob. So mahali wanaenda kunitumia pesa, maji ni mingi, wacha hiyo maji ipungue ndio wafanye ndio wanitumie. Sasa swali langu ni huyo agent nimeongea na yeye, akaniambia nipe mama simu, nikapea madam. Madamu akasema sijui ajui English, wacha baba akuje ndio aongee na yeye. But agent yako amekubali, ameniambia niongee na wao awape msichana mwingine, mimi nirudi Kenya nipate matibabu. But sasa swali ni niko na pesa cash. Sijui sasa vile wamesikia hivyo watanitisha hizo pesa ama itakuwaje? Ukiendacho kwa mganga akirudi, unapeana pesa kwa nini? Ngoja wakutumie basi ndio uwape hiyo habari yako. Wamekwambia ngoja maji itulie. Kuna watu wanasema ati umeshawaambia sawa, basi wacha wakutumie pesa. Kama watakulipia ticket na hiyo pesa ni sawa. Kama watakupea pesa yako lakini usichukue, like usikubali kuwapea ati sasa wanaitisha. Unless wanaenda kuitumia kukata ticket. Kuna watu wako hapa wanashinda, mnamwambia ati onyesha kidonda. Mnaona tu tuko kwa show. I think watu wengine hawapendi show. Mnataka tu tufungiwe tu show. Sometimes kuna vitu zenye TikTok huwa hawapendi. Na unaona vile huyo amejieleza vizuri hivi. Alafu sasa aanze kuonyesha hiyo kidonda, mimi nifungiwe show yangu. Kwa ndio maana huwa anakataa watu wasikuje na shida yao, kwa sababu itaharibika for nothing, tutamsikia. Lakini kwa ambao unaweza chukua namba yangu in case of anything, mimi tutaongea zaidi. nilikuwa nasema Niko na swali pia mimi. Okay, kabla hamjauliza maswali, kuna watu wanauliza mchele 25 kg ni ngapi? 25 kg ni karibu 5 hapo. Huwa sisemangi price kwa show, namba yangu iko kwa screen. Mtu mmoja ako serious anataka mchele atachukua tu namba. Ni 0727846930. Ukikuja WhatsApp nitakuzia mchele. Msikie na wasiwasi. So hao watu wawili muongee ndio tumalize show. Okay. Nilikuwa nauliza mimi niko Iraq na nilienda Iraq nikasign contract, nikakaa na boss wangu for 5 months. Sasa alinikatia ikama bata kunipea nikakiemboa. Sasa sijui nitarudi aje Kenya juu mimi sina ikama, si kuenda na passport. Na nilisikia hakuna embassy ya Kenya huko Iraq. Hakunanga, unaenda kwa polisi. Ile siku utarudi nyumbani. Unajua utaenda kwa polisi, utatoa fingerprint hapo kwa polisi, watajua boss wako ni nani. Kaa uko na ikama. Unaona? Ikiwa boss wako hataki kuja, watakutengenezea zile karatasi za temporary ya kukata nayo ticket urudi nyumbani. Unahesabiwa kama umekuwa deported. Sawa, thank you.
Karibu. Kwa sababu Okay, ule mtu mwenye my ametembea na ako advice. Iraq na ako na ikama inakuanga rahisi kushinda mwenye ana ikama kabisa. Juu anaweza trace. Yeah, Mo sasa ni kwako. Oh, asante. Mi advice yangu nilikuwa napea nini hawa sister zangu ni kuwa tuseme kama uko Kenya unataka maybe kuprocess ukuje Gulf na ukipatana na agent mwenye anakuambia maybe hii country ni mbaya, tuseme kama ni Saudi, hii country ni mbaya, nataka uende Oman ama Lebanon, whichever country. So na akikwambia maybe umulipe pesa kidogo, tuseme na kutengenezea igama ama sijui nini na nini. Number one, nataka ujue huyo ni red flag. Tuseme ukianza process na yeye maybe unaweza fika hiyo country upate maybe hauna hata contract makaratasi. So unaona, like me when I was in Kenya, nilifanya nini? Nilipatana na agent mmoja kama huyo. So aliniitisha 60k eti ananitengenezea ya kwenda Dubai. So after a month nikamwambia mbona uniambie hakuna updates, nikakuwa ile serious sasa. Ndio akaniambia nataka nikupeleke Saudi house to house. Nikamwambia mara ya kwanza uliniambia unanipeleka Dubai, nimekutumia 60k unifanyie process, hujaniambia any updates. So unaona, sasa ile kukaa serious nikamwambia niko na my uncle maybe anafanya kazi fulani, sasa nataka nidili na wewe. Ndiye akaniambia hapana, acha pasi nikurudishie pesa kidogo nikupeleke pasi Oman, lakini Oman si nzuri. Like ukienda huko unanyang'anywa simu, unaenda kwa posi, sijui nini na nikajua huyo hapana. Ndio maana nikamwambia hapana, nitumie tu hizo pesa. Kaniambia nitakutumia 50k, 10k ni zangu. Nikamwambia haina nini shida, nitumie hizo 50k. Akanitumia, nikaanza process ingine ya kuja Oman. So huyu agent wangu mwenye alileta Oman, sitaki kusema ni mbaya ama ni mzuri, lakini wakati nilichange nyumba sikuchukua ni like even a week kufika ofisini, na wakati nilifika ofisini even sikulala huko, tuseme kama siku 2, nikapata tena nyumba ingine. I thank God where I am now, niko sawa. So like inategemea maybe na agent wako kutoka Kenya. Na hata ukisikia agent anakusema ati rudi nitakupeleka nchi nyingine, ujue tu ni wewe ameona uko na passport. Juu agent kupata mtu ampeleka si ati iko rahisi hivyo. Juu anaona wewe ndio uko na passport na wewe atakuwa anakuuza, wewe hakuna faida utatengeneza. Juu utaenda 1 month, uteseke Oman urudi akutafutia kazi kwingine. Si alikuuza pesa? Imagine wewe unatengenezea mtu pesa more than 500k mara moja tu, wewe tu, alafu wewe unakuja mkono tupu. Na ni vile tu watu hawaelewi vizuri. Unaweza jitafutia visa yako na utafute kazi mwenyewe. Kama wenye wanasema ati wanaenda Dubai, Qatar, ati unataka agent. Because what you can do as an individual is what agents are doing. Hawana mtu mwenye anaenda kukupea kazi pale, ni kubahatisha. Wanakupea visa sasa hivi wamereduce up to 2 months. Unaenda wewe mwenyewe embassy, unatafuta visa. Kama uko na hiyo pesa yenye utapeana hiyo nini yote commission, uende wewe mwenyewe ujiasolie. Ukibahatika upate kazi, because hata agent akupeleka na ukose kazi hiyo 2 months, bado utarudishwa nyumbani. Sometimes kuna kazi zingine tunaweza jitafutia wenyewe bila unajua it is because of lack of information. Unapata mtu ajui sasa nitaanzia wapi ama nitajaribu na nipoteze pesa. Unaona? Hiyo commission yenye unapeana agent sijui 200k ni pesa yenye mwenyewe utaenda utafute pet space yako, ungangane uhaso mwenyewe ufike na urudi ikiumana. Lakini unapatia agent, unaenda unateseka, unafika wako na brokers huko Dubai, wanachukua passport yako wanaanza kukuhangaisha. Na ni pesa yako ulikuwa umeuza maybe property yako uende upate maisha mazuri. Kwa sababu agent atachukua pesa yako mingi akwambie visa haijatoka, imekawia. Hata kuna watu wako kwa inbox yangu wanasema nimeshalipa commission nusu laki mama na wanasema visa imechelewa. Na wacha niwaambie, ukiona mtu anakutumia visa haraka kwa simu, hiyo ni uongo. Ujue visa inayekwangwa pale embassy na inayekwangwa kwa passport. Ukiona mtu anakutumia maform mingi ati ni visa na edit vitu majina ya mtu mwingine, watu wameoshwa hapa. Mimi niliwaambia tu kubali mumeoshwa. Juu mtu anakutumia visa, hata passport yako ni wewe uko nayo. Visa inakwangwa kwa passport wako. Mjuanga tu hivyo.
So kuna mtu anasema hapa Facebook, like mama wake mimi nazungushwa kama sufuria ya matanga, naweza kataa aje? Nimechoka kuzunguka. Unakataa vile umeandika hivi, vile umeandika hapa hivi ndio unaanza kukataa. Wacha mchezo. Vile unasikia tu kama umesikia umechoka, sasa hapo ndio unaanza kukataa. Na usizoeshe Mwarabu kitu ati sasa naweza enda alafu ufike njiani ukatae. Kwa sababu hapo ndio shida inatokezea. Juu uliamua kusaini hiyo covenant, endelea na hiyo marriage. Juu ukianza kusema ati utaki saa hizi na ulikuwa unakubali kitambo, watano umechanuka, hapo ndio sasa unaanza kuhangaishwa hadi unajichukia. Usizoeshe mtu kitu yenye utaendelea kufanya. Like ma'am, Dubai kuna commission ya house girl. Watu wanapelekwanga na commission, lakini hao mabosses hawajui ati mnalipanga hizo commission. Mtu mwenye anakutafutia kazi ndio unampatia chai in form of commission. So guys, I want to thank you so much. Tuonane Monday. Tusipokutana kesho. But kama unataka kubukiwa ticket, reach out to me when you are ready. Aki. When you are ready. Isiwe unataka kujua bei, tafadhali. Because huwa anachoka saa hizi mimi naenda biashara zangu. Mtu ananiweka kwa simu nimwangalilie sites zote za tickets, alafu anasema, nataka kujua bei. Hapa tufanye biashara. Ukitaka ukiwa na emergency, you are ready to book your ticket, reach out to me. So guys, nawapenda sana. Tuonane Monday. Vizuri. Kama nitakuwa kesho jioni ni afadhali, but show itarudi Monday from 11 up to 1. Kama unataka kuongea na mimi, namba yangu ni 0727846930. Si uliniambia wamefunga flight? Kama uko Lebanon wamefunga. Lebanon, Iraq wamefunga flights. Yeah, but Saudi Arabia inafanya na Dubai zingine zimekuwa cancelled. Okay, bye. Tuonaneni on Monday.